Iko umekufa. Hebu uwa. Itu mono yo. Ay. Monica, hapo leo hii ni mechi kali tu kabisa, mechi ya kwanza ya ligi ya National Super League ambayo timu ya Gusii FC wanakabana kwa timu ya Vihiga Bullets, na hapo ndipo waungana nasi kwa sasa. Ni kwamba timu ya Gusii FC imeweza kuvalia sare ambayo ni nyekundu juu chini na nyonginyo ambazo ni nyeupe. Wakati huo huo timu ya Vihiga Bullets wamevalia kijani kibichi. Nadhani ni mithili ya timu ya Gor Mahia FC, lakini katika mambo ya matokeo tu ndio tofauti ipo kati ya Gor Mahia FC pamoja na timu hii ya Vihiga Bullets. Ni kipindi tu cha kwanza, dakika takriban robo saa kufikia sasa hivi, ambapo kufikia sasa timu ziko bado hakuna aliyeweza kupata bao kufikia sasa. Wanaanza Gusii FC nafasi pembezoni kushoto.
potelea pote timu ya Vihiga Bullets. Wanajaribu kumakinika kufikia sasa ambapo timu hii ya Gusii FC hawajaweza kuwapa Vihiga Bullets nafasi ya kuweza kutulia wakati wowote ule, ambapo tumeona shinikizo nyingi tu za mashambulizi ya timu hii ya Gusii FC. Wanasakama Gusii Bullets, wanajaribu kujinasua. Ya kwanza inakubali, mwana Gusii FC anakataa, lakini refa anasema kwamba ni mpira kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets. Wanaanza haraka pembezoni kushoto. Chenge ya kwanza inakubali, anapiga potelea pote safu ya ulinzi ya timu ya Gusii. Wanajaribu kumakinika Vihiga Bullets. Piga refu, wanakataa mwana Gusii Bullets na mpira. Wanamakinika Gusii. Pasi refu ambayo inakosa kuwajibika. Gusii FC pembezoni kushoto kumtafuta mchezaji Cyrus, ambapo mpira huo haukufika. Inakuwa nafasi kwa faida ya timu ya Bullets. Bullets anajaribu kupenyeza, lakini mlinda lango anamakinika kusema chakula changu hiki. Inakuwa ni afueni kwa Gusii. Anza inakubali Gusii FC kwa faida ya mwana Gusii FC. Kumbuka kwamba hii ni ligi ya National Super League NS, mechi ya daraja la pili nchini Kenya, ambapo mwishoni wa msimu yule ambaye anamaliza nambari ya kwanza na pili katika ligi hii anapanda moja kwa moja kuingia ligi ya nambari ya tatu. Anacheza mchezo wa playoff, na mchezo huo tu ndio timu ya Migori Youth FC walipoteza nafasi hiyo. Wanaanza Gusii. Gusii wengi wako katika mstatili, inarushwa refu, wanakosa kumakinika kuipiga, wanapiga potelea pote mwana Bullets. Anamakinika tena Gusii pembezoni kulia, piga refu, anapoteza. Gusii anabisha potelea pote, ni mwana Bullets sasa. Mwana Bullets anajaribu kutafuta nafasi, lakini msakamo wa timu hii tu ya Gusii FC haiwaruhusu wana Bullets kuonyesha kwamba wametoka ligi ya FKF Premier League. Nafasi murwa, experience inafanya kazi. Mlinda lango wa Gusii alitoka timu ya Vihiga United. Mlinda lango huyu pembezoni kushoto, nafasi kwa timu ya Gusii. Nafasi anasakamwa ni mchezaji huyu Cyrus. Gusii FC nafasi nyingi ndani ya mstatili, jaribu kupenyeza. Mlinda lango anamakinika na kusema chakula changu hiki. Wanaanza haraka, lakini bado hawamakiniki. Mchezaji Abed anamsakama, ilionekana rahisi, lakini kwa macho ya refa nikana kwamba haikuwa shwari. Nakumbuka kwamba mimi wenu tu Steven Captain 001, tuko hapa sako kwa bako na gulamu anayefahamika kwa jina la Alfayo Kombo, mwana sport sana. Kombo, kufikia sasa labda mechi imekuwa vipi? Naam, asante sana Ndemo. Tukizidi kuona ni kwamba katika mechi hii naona kwamba timu ya Vihiga Bullets ni kama bado wanajaribu kupenyeza katika mechi hii katika ugani hapa ambapo ni wakadi ndo Lutunga. Na tukiangalia Ndemo upande huu tunaona kwamba vile vijana hawa wa Gusii FC wanazidi kujituma kwenda upande wa mbele, mashambulizi wanazidi kuyaongeza kwa wingi kabisa, na tunaona kwamba mpira huu upo sawa kabisa na mambo yapo sawa kabisa ugani hapa. Timu zote ni kama zimetulia tu ugani hapa, na nikiangalia vile upande wa Gusii FC ni kama umepata mipira mingi ya ikabu, na huenda mipira hii wakitumia vizuri nafasi hizi ambazo wanapata za ikabu huenda wakaweza kuzaa matunda. Kwa hivyo tunavyozidi kuona ni kwamba ngoma ipo sawa kabisa, mechi imetulia na bado hakuna yule ambaye ameweza kuona lango la mwingine. Makipa wote wameweza kumakinika. Asante sana. Moja hatari kubwa, go anatupa. Unaona kwamba hapo jamaa wa Gusii FC amekuwa bado hajamakinika, lakini ni kama muamuzi alikuwa ameinua kibendera pale tayari kuonesha kwamba kuna mtu alikuwa ameotea. Kwa hivyo wana Gusii FC wako na wakati mrwa ama nafasi tele za kuweza kuweka bao au kuona lango la mwingine. Kwa hivyo tunaona kwamba nafasi Gusii FC wanayo kwa kweli.
Je, wewe unaonaje katika ngoma hii? Ni kweli kwamba nafasi Gusii FC wanayo. Na ikumbuke kwamba mechi tunakuletea moja kwa moja kutoka hapa uga wa Cardinal Tunga Grounds, ambapo tunahakikisha kwamba matokeo hayo unayopata kiufasaha zaidi. Asante sana, jina langu ni Justin Kantala, tuko naye hapa Kombo. Tunahakikisha kwamba mambo haya tunakuletea moja kwa moja kutoka hapa uga wa Cardinal Tunga. Katikati ya uwanja pale Mauluda anachenga, anatafuta Urao juju pale kumtafuta Nsongo, anakatakata huyu mchezaji wa Vihiga Bullets ambaye ni namba 10 mgongoni, captain mwenyewe kwake nani? Naitwa nani huyu? Anacheza visivyo, lakini ana mpira kwa mbele unatoka nje, haujatoka msikilizaji. Kumbuka kwamba pia wadhamini wenyewe wapo area. Haya, anakwenda Ubare kumjibu kwake Nsongo. Nsongo anagereza moja. Hatari. Anachanga vizuri sana, lakini tena nafasi nyingine, mpira kwa mwingi. Asante sana. Anakata huyu Ubare. Anasema hiki ni chakula changu ambacho nahakikisha kwamba sasa ni kabu ama mpira wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Gusii. Referee anasema turudi nyuma, ambapo tuweze kuona kama mechi inakuwa sawa tena sawa zaidi. Anarusha pale namba 5 mgongoni Vihiga. Anamshia kumtafuta captain mwenyewe, lakini anakata Abednego Nyakundi. Anaujibu beki wa Vihiga, anakataa pale Nyangechi. Captain mwenyewe wa timu ya Gusii kwake Cyrus anachenga 1 2 3 kwake nani Mauluda. Anamtafuta Urao anachenga 1 2, anamtafuta tena nani, anachenga anakataa huyu mchezaji wa Vihiga. Sasa ni zamu ya kuelekea kwenda safari ya lango la timu ya Gusii. Asante sana, tuna wadhamini wenyewe hapa wanatambulika kama Chapa Beta, ambao tunahakikisha kwamba wote wanahakikisha kwamba mambo yako sambamba. Haya matangazo tunakuletea kutoka kwa timu ya bao. Ni kitu ambacho nimekuwa nikikiangalia kwa muda sasa. Kijana yule jezi nambari 10, kama nilivyoweza kuarifu hapo mapema, yule kijana alikuwa amemakinika sana. Jezi ambaye ni Oucho Cyrus amekuwa akijaribu kugaragaza pale mabeki wala akiwatatiza. Hatimaye kijana yule Ubare ameweza kuwadanganya kidogo pale, na bahati mpira ukaponyoka na amecheka na nyavu. Kwa hivyo zile ganga ambazo walizokuwa wakifanya vijana wa Gusii hatimaye zimeweza kuzaa mbivu. Kwa hivyo tunaona kwamba vijana wale wa Vihiga wanazidi kusimama pale wakijaribu kupenyeza, lakini tunaona kwamba mambo bado. Kwa hivyo mechi bado iko sawa, na kwamba Gusii FC bao moja Vihiga. Kumbuka kwamba ni bao ambayo imeweza kuwekwa na kijana ambaye ni Cyrus, kijana ambaye amejituma sana katika timu hii ya Gusii FC. Ameweza kufanya mengi tu ambayo ameweza kuifanya tu Gusii kufika mahali ambapo imefika. Ni mfungaji huyu Cyrus ambaye aliweza kuzalisha Shabana FC msimu uliopita wakati ambapo wacheza na timu hii ya Gusii FC katika uga wa Gusii Stadium. Na kwa sasa iwapo ndipo unaungana nasi ni kwamba timu ya Gusii FC bao moja, timu ya Vihiga Bullets kufikia sasa haijapata lolote. Pembezoni kulia mwana Gusii FC, tafuta nafasi upande wa kati, Cyrus anasakama, mchezaji mwenye talanta kweli kijana huyu Cyrus Oucho. Chenga nusura, chenga ikubali. Mashabiki hupenda chenga, nusura zikubali, na wakati huo inakuwa ni foul kwa faida ya timu ya Gusii FC. Tukiangalia ndemo Gusii FC msimu uliopita Gusii waliweza kutatiza kweli timu ambazo ziliweza kupanda daraja.
tuliona kwamba Gusii FC waliweza kuitatiza timu ya Muranga. Tuliona Gusii FC vile vile waliweza kuitatiza timu ya Shabana, ambapo Gusii FC waliweza kuipiga Shabana pale nyumbani Gusii Stadium. Vile vile wakaweza kutoka sare wakati walikuwa wanarejea nyumbani, na vile vile waliweza kucharaza nyumbani wakatoka sare. Kwa hivyo ni timu ambayo ilikuwa na ukakamavu sana katika msimu uliopita ndani ya ligi hii ya NSL. Sasa hivi tunaona kwamba kuna kijana hapa anaenda kupiga mkwaju huu Ogechi, na si kama taupa juu pale, kwa sababu mara kwanza alienda kupalisha ukaweza kupiga ukuta pale. Sivyo sasa tunajaribu kuona kwamba je, utapenyeza pale waweze kupata nafasi yao ya kupata bao la pili au vipi? Nafasi ile muro kabisa, anainua pale mtambo wa panya, inatolewa ile, inakuwa ni kona. Inakuwa ni kona, msikilizaji na mtazamaji wetu. Mchezo ambao umechezwa na Captain Nyangechi mwenyewe ameweza kuandaa ekabu ile, na nusura tu wapatikane kwa awamu nyingine. Hawa wana Vihiga Bullets nusura tu wapatikane kwenye ekabu nyingine. Basi inaenda kuchezwa na mchezaji huyu namba 15 mgongoni, Wycliffe Nyangechi, captain mwenyewe, ambaye anaenda kuandaa kona hiyo. Hebu tutazame kona, msikilizaji wangu. Anaandaa vizuri juju pale, anautoa, anaanguka pale. Anaitwa Bravo, anasema kwamba kwa mbaya, referee anamuita yule daktari wa timu ya Gusii. Naona pale kwamba vijana wawili pale wameweza kuumana vichwa, lakini daktari ameweza kuingia uwanjani pale. Tukiangalia kwamba sasa hivi mechi hii ya NSL imeweza kurejea kwa mpigo zaidi, na tunaona kwamba timu ya Gusii wako na motisha vile ya kuweza kupanda daraja. Unavyoona wanapocheza vijana hawa na utulivu, pamoja vile vile na vijana wa Vihiga Bullets wameweza kucheza na utulivu fulani hapo, wakiwa wametulia, huku tukiona kwamba leo mechi nyingi zitakuwa zinachezwa, hii ikiwa mojawapo. Kweli kabisa, kuna mengi ambazo zinazoendelea kuchezwa katika mchezo wa National Super League. Tunapozungumza, mpenzi mtazamaji, mchezaji wa Gusii mmoja anafahamika kama Bravo yupo chini pale, yupo chini mchezaji huyu, yupo chini Dennis, ambaye anacheza katika kiungo cha kati, yupo chini, anaendelea kushughulikiwa na madaktari. Kumbuke kwamba mechi tunakuletea moja kwa moja kutoka hapa uga wa Cardinal Tunga High School grounds, ambapo ni Mosocho, ambapo tunahakikisha kwamba matokeo haya na kila tukio unalipata moja kwa moja kadri ambavyo linavyoendelea kutendeka katika uhuga. Tupo hapa, tumejaja mpira juju pale kwa captain, anauguza visivyo, unakuwa mwingine unatoka nje pale katika eneo la Gusii. Goal kick, msikilizaji wangu, ikienda kuchezwa na goalkeeper huyu wa Gusii. Anaandaa vizuri sana akiwaambia tuende mbele. Abednego Nyakundi anamnyoshia mkono akimwambia nipo katika upande mwingine wa kulia kwake Bravo. Bravo juju pale kumtafuta Cyrus, lakini anakosa huyo kwa kigogo, anaucheza kidogo tu tena wapatikane, msikilizaji. Asante sana. Naam, asante sana. Kwa faida ya msikilizaji wetu nikukumbushe kwamba mechi ambazo zinaenda kuchezwa siku ya leo ni Coast Stima wakichibuana pamoja na Mara Sugar, vile vile Kibera Black Stars pale Nairobi wakiwa na Nairobi United, Luanda Villa pamoja na Modern Coast Rangers, Kisumu All Stars pamoja na Silbweta, Migori Youth pamoja na Madhari, vile vile Vihiga tunaona kwamba SMC SADS vile vile na MC Machako C Field and Fools. Tunaona kwamba pale ni kona inaweza kwenda kuinuliwa pale na captain mwenyewe pale jezi nambari 15. Na tunaona kwamba vijana hawa wa Gusii wamemakinika sana, waamini kona ikiwa kona ya pili, na pale jamaa ameweza kupata bao la pele pale, kijana jezi nambari 13 ameweza kupiga tufe lile la kichwa, akaweka bao. Nasema kwamba hizi ganga za Gusii FC huenda wakaweza kupata bao zaidi, kwa sababu hii ikiwa ni kona ya tatu siku hii ya leo. Naona kwamba vijana hawa maikabu wanapata kwa wingi. Naona kwamba kijana wetu pale aliyefunga kadi ya njano kwa kuweza kutoka uwanjani.
na makosa aliyoweza kufanya. Pengine niweze kumpekeza mwenzangu pale aweze kutueleza mawili matatu. Asante sana. Ni kona ambayo iliandaliwa na captain mwenyewe Nyangechi, ikapaa juu pale, kisha ikamfikia Abel, mchezaji namba 35 mgongoni, naye akaweza kusawazisha bao la pili kutoka upande huu wa Gusii. Tunavyozungumza mpenzi mtazamaji, Gusii ni mabao mawili na timu ya Vihiga Bullets basi hawajapata kitu. Ni bao ambayo imeweza kufungwa mnamo dakika ya 24 hivi na huyu mchezaji jezi namba 35 mgongoni Abel. Asante sana. Naona kwamba wana Vihiga wamemakinika pale na wamepata kona yao ya kwanza. Je, tujaribu tuone kwamba kona ile inaweza kuchongwa upande wa kule juu, tuona kwamba itaweza kuzaa matunda ama vipi? Bao ikiwa inasalia ni 2-0. Naona pale kijana anajaribu kukanza pale kabisa. Anajaribu kugaragaza pale, anasonga kabisa. Kijana nambari 25 pale. Huyo ni Cyrus pale, anapeana. Mpira anapenyeza pale. Akimpatia kijana wetu kule mnaofungua kule mwisho. Anasonga mbele kidogo. Akijaribu kufungua pale. Gusii FC wanafungua. Wanazidi kusonga, mpira umetoka, ni wa kurushwa. Ni kweli mpira umetoka na ni wa kurushwa kuelekea upande wa timu ya Vihiga Bullets. Ikumbuke kwamba hawa wanagusi wameanza safari ya kuelekea katika ligi kuu ya Kenya Premier League. Ikiwa tunavyozungumza kwa sasa hivi, Gusii wako mbele kwa mabao 2-0. Bao la kwanza liweza kusawazishwa naye Cyrus Oucho, na la pili likaweza kusawazishwa naye Abed, jezi namba 35 mgongoni. Ndemo. Asante sana Justin Kantala. Na wakati huo majibu kutoka viwanja vingine vya Kenya Premier League ni kwamba kwa sasa dakika ya takriban 30, Bandari 0, Ulinzi 0, Kakamega Homeboys mabao 2, Tusker 0, Leopards 0, Moroni 0. Mechi kati ya Nzoia na Bidco bado haijapata bao. Shabana na Police FC bado hakuna aliyeona bao la mwingine, mechi inayoendelea katika uga wa Raila Odinga Homa Bay Stadium. Nafasi sasa kwa timu ya Gusii FC. Wanajaribu kutafuta nafasi muro ya kuongeza bao la 3. Nakumbuka kwamba timu hii ya Gusii FC kwa mechi zote za pre-season hakuna mechi iliyopoteza hata moja katika mechi zote za pre-season. Inarushwa refu lakini potelea pote. Gusii FC pembezoni kushoto. Wanamakinika. Bullets anapata nafasi lakini refa kaona nikana kwamba kulikuwa na masiara yaliyotendeka pale, inakuwa ni adhabu kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets. Wanatuma wengi mbele tu, itakuwa ni refu, itapigwa refu. Wanapata mwana Vihiga Bullets. Chenga ya kwanza inakubali, anarejeshwa upande wake, anasukumwa tu hawa wana Bullets. Inakuwa sana nafasi haraka kwa mwana Gusii FC. Wanaanza wangu. Chenga ya kwanza inakubali lakini masiara akafanyika. Gusii FC na mpira. Inapigwa refu lakini kasi ya mpira anakosa kuendana na kasi hiyo ya mpira. Na kumbuka kwamba huu ni uga wa Cardinal Otunga Mosocho ambapo Gusii FC nafasi murwa. Walijaribu kupata tu bao la 3 lakini haikuwezekana. Bullets amesakamwa. Atatoka kunani? Anapiga refu pembezoni kulia. Pembezoni kushoto kunradhi. Nikana kwamba Justin Kantala, unapotazama Gusii FC imenyima tu timu ya Vihiga Bullets nafasi ya kuweza kuwa na raha ya mpira, kwa sababu kila wakati wanapopata wanasakamwa sana. Wana Bullets inabidi wanapiga long balls ama kutomakinika. Ni kweli kwamba hawa wana Vihiga hawana, sijui kama namna gani hawa wana Vihiga, kwa sababu wanapopata ingarame hawawezi wakajibu na hawawezi wakapiga tiki-taka hivi, labda jinsi ambavyo hawa wana Gusii wanavyocheza hawa. Hivyo mtazamaji na msikilizaji wangu, ni mga ambao au ni mchezo ambao tunakuletea moja kwa moja kupitia runinga yetu ya Ndizi TV, ambapo tunahakikisha kwamba tunakuletea kila tukio, nikiwa mimi na Ndemo pamoja na mwenzangu hapa. Nikona msikilizaji wangu, nikona ni mpira wa ekabu unaelekea kuelekea lango la timu ya Gusii. Anaenda kucheza huyu mwana Vihiga, jezi namba
22 hivi mgongoni. Wanajipanga pale na ukuta wa binadamu wale. Orao yupo pale, wapo nakisha kwamba ile ngoma iwezi kapenya. Kipa na wapanga juju pale, hatari. Inakuwa ni ovyo. Referee anakataa, anasema haipo. Wanaomba hawa penalty wana Vihiga, lakini wanakataa pale juju pale kumtafuta Orao. Orao kwake nani huyo? Ubare anaukosa Ubare. Mpira unakuwa mwingine unatoka nje, msikilizaji wangu. Unajua ilikuwa imepigwa shot na timu ya Vihiga Bullets. Mlinda lango Anthony Obonyo aliyetoka katika timu ya Vihiga United akaweza kupata ile heavy touch, na katika sitofahamu hapo katika timu himaya ya timu ya Gusii FC, Vihiga Bullets wakasema kwamba wanataka penalty, lakini refa akamwambia hakuna rahisi, cheza kiume. Bullets pembezoni kulia. Bullets wanajaribu kuamuka. Amesakamwa moja kwa moja naye mchezaji neutral Orao. Orao anaachwa. Inapigwa refu, lakini Abed anasema anakataa katakata. Nafasi sasa kwa timu yake Abednego Nyakundi. Potelea pote, mpira wa mrusho kuelekea kwa timu ya Vihiga Bullets. Nakumbuka kwamba mchumani tu tunaye Anthony Obonyo, Abednego Nyakundi, neutral Orao, Wycliffe Nyangechi nahodha wa timu ya Gusii FC, Bravo Dhiambo, Dennis Mokaya, Vincent Wanga. Hatari. Amesema potelea pote, alikuwa amesakamwa sana na huyu mchezaji Kevin Onsongo ambaye ni new signing kwa timu hii ya Gusii FC. Inakuwa ni mpira wa mrusho, na kila wakati ambapo Gusii wanapata mpira wa mrusho ni kama ni set piece kwa timu ya Gusii. Ni kweli ni kama ni set piece, kwa sababu yupo huyu mchezaji namba 8 mgongoni anaitwa Dennis. Huyu anarusha mpira huyu vibaya sana, akipata wa kurusha karibu na lango la Vihiga basi ni kama kona. Amejituma wengi kwa mstatili, tuone. Ana uzoefu huyu wa kurusha mbali sana. Haya, tazama mrusho kama kona, akirusha Dennis huyu namba 8 mgongoni kwa faida ya Gusii. Hebu tusikizie msikilizaji wetu, anarusha vizuri pale, gagaga, piga gogo! Alipata nafasi murwa mchezaji Vincent Wanga, wakakuwa na masiara ni wana Gusii FC. Vincent Wanga akapata nafasi murwa, akapiga tobo la kombora kutoka nje ya mstatili, na wakati huo huo kijana Vincent Wanga anahakikisha kwamba timu ya Gusii FC imepata bao la 3. Nikumbuke kwamba ni kipindi cha kwanza Gusii FC wanapata bao la 3 kupitia kijana aliyevaa jazi nambari 23, kijana kwa jina la Vincent Wanga. Amepiga tobo la kombora na Vihiga United kufikia sasa wanasema kwamba mambo ni matatu, bao ni 3 kwa faida ya timu hii ya Gusii FC. Ndemo naona kwamba hawa vijana wa Gusii ni kama wako na mishemishe ile ya kutaka kuingia English Premier League kwa vishindo vile, kwa sababu naona kwamba morale ambao wanacheza nayo, ikikumbukwa kwamba msimu uliopita waliweza kuwapatia muda mgumu sana timu ambayo iliweza kuibuka nambari 1 ambayo ni Shabana, na vile vile Murang'a Seals. Ukikumbuka pia vile vile Amegori Youth waliweza kuchuana pale Vigali. Ni kama kwamba vijana hawa wa Gusii wanataka kujiunga na wenzao pale tunasema pale KPL. Kwa hivyo vijana hawa wanacheza na utulivu, vijana hawa wanaonyesha umakini ambao wamecheza nao, hawana mishemishe pale, wametulia. Hata kama washambulizi wa Vihiga Bullets wanajaribu kuingia pale, tunaona pale kwamba Gusii FC wameweza kupatwa sasa hivi. Vihiga Bullets wameweza kupata ikabu moja pale. Tunaona kwamba kijana pale anajaribu kuchonga mpira ule, waweze kuona kwamba wataweza kupunguza idadi ya mabao 3 waliweza kufungwa au vipi? Unaonaje? Ni kweli kwamba ni ikabu kuelekea lango la timu ya Gusii, ikiwa inachezwa hii Ndemo. Anakwenda kupiga ni Imbai Denson kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets. Ukuta wa binadamu umewekwa, anapiga pembezoni, alitafuta kupenyeza upande wa chini, lakini wanakataa katakata. Ukuta wa binadamu wa timu ya Gusii FC. Anajaribu kusakama kijana wa timu hii anayefahamika kama, anajaribu kupenyeza.
jezi nambari 5 wa timu ya Vihiga United Otieno Boniface bado hajapata nyota ya jaa, lakini wakati huo anaenda chini rahisi. Unakuwa ni mpira kwa faida ya timu, unakuwa ni mpira wa ikabu kwa faida ya Bullets. Anapiga refu, kunani amesakamwa kweli, anakosa target. Inakuwa ni mpira wa goal kick ambao atakwenda kuanza ni mchezaji Anthony Obonyo, kipa mzuri sana kutoka timu ya Vihiga United msimu uliopita. Kwa sasa amechukua nafasi yake Fred Onunga aliyekuwa pia kipa mzuri kwa timu hii ya Gusii FC, akapata uhamisho kwenda kwa timu ya Nzoia Sugar, timu ya Kenya Premier League, na kwa sasa anafanya vema ambapo ashapata pointi 4 mwana Nzoia Sugar, timu ambayo aliyekuwa mlinda lango wa timu ya Gusii FC Fred Onunga aliweza kwenda. Wanaanza Bullets upande wa nyuma, wamesakamwa, wanamjaribu kutafuta mchezaji Otieno Boniface. Otieno Boniface anakosa kumakinika. Otieno Boniface, unakuwa ni mpira kwa faida ya timu ya Gusii. Alijaribu kufuata sana kijana Kennedy Obare, kijana ambaye anaongoza safu ya ushambulizi ya Gusii FC. Msimu uliopita alikuwa top scorer kwa timu ya Gucha Youth FC, timu inayocheza katika ligi ya FKF Division 2, na katika uhamisho ulioisha jana Gusii FC kapata sahihi ya mchezaji Dennis Obare ambaye kwa sasa anaongoza safu ya ushambulizi wa timu hii ya Gusii FC. Ni mechi ambayo Gusii FC wameanza vema. Kumbuka kwamba msimu uliopita Justin Kantala, mechi ya kwanza Gusii walicheza na Kisumu All Stars katika uga wa Gusii Stadium. Ni mechi ambayo Gusii FC ilipoteza mechi ya kwanza. Umeona tofauti gani ya mechi ya kwanza ya Gusii msimu uliopita na msimu huu? Ni kweli pana tofauti kubwa sana. Wakati ambapo msimu uliopita Gusii FC waliposakamana pale na Kisumu All Stars katika mechi yao ya kwanza katika msimu uliopita, hawakuweza kutoka na kitu, lakini msimu huu ni kama wamejipanga hawa wana Gusii. Ni tiktaka ambazo zinaongozwa hapa. Penalty msikilizaji wangu kwa faida ya Vihiga Bullets hapa. Kulikuwa na masiara mchezo. Kulikuwa na masiara kwa safu ya ulinzi ya timu ya Gusii FC, na mpira ulipokuwa unapigwa tu kukaweza kuwa na yule mlinzi wa timu ya ambaye aliweza kunawa mpira ule, na kulingana na sheria za FIFA tu inakuwa ni tuta. Atakwenda kupiga nani? Nitakuwa na kujuza kwa dakika hizo kwa chache. Anakwenda kupiga ni mchezaji Imbai Denilson ambaye ni kiungo wa kupiga hizi matuta. Ni Denilson anakwenda kupiga. Mlinda lango ni Anthony Obonyo, anatamani apate clean sheet kwa mechi ya kwanza. Denilson anakwenda kupiga. Denilson Imbai anaangalia fiti, anapiga shoti lile, lakini mlinda lango wa timu ya Gusii FC, mlinda lango wa timu ya Gusii FC Anthony Obonyo aliweza kumakinika na anawanyima wachezaji wa timu wa Vihiga Bullets, wapetu moja, wachezaji wa timu ya Vihiga Bullets kuweza kupata bao la kwanza. Ni mlinda lango ambaye ni mzuri sana, huyo mlinda lango ambaye ni Anthony Obonyo, na tunaona kwamba kile kilichofanya akaweza kupewa sahihi na timu ya Gusii FC. Anthony Obonyo amesema kwamba anaweza na amefanya vyema. Nisijue Kantala unasema nini unapoona kwamba mchezaji huyu Anthony Obonyo amehakikisha kwamba kufikia sasa ako na clean sheet? Ni kweli amehakikisha kwamba ako na clean sheet. Mpenzi mtazamaji wetu, Anton huyu ni goalkeeper ambaye ana uzoefu zaidi. Alitoka kutoka kwa timu ya Vihiga United msimu uliopita na sasa akajiunga na timu hii ya Gusii, ambapo ameweza kuonyesha umakinifu zaidi pale, kwa sababu kombora limechapwa kweli Ondemo, lakini amehakikisha kwamba ameweza kuitoa pale na ameweza kujisatiti kweli kweli mchezaji. Haya, mpezo kwake Sairo. Huyu Cyrus Oucho ana uzoefu huyu Cyrus Oucho ana uzoefu wa mikiki kutoka mbali, na iwapo ikiingiana itakuwa imekuwa safi tena zaidi katikati ya uwanja.
pale mchezaji namba 17 mgongoni anampakulia nani huyu, namba 32 mgongoni kwake namba 17 Vihiga, pale kwake Rao anakata mpira unakuwa mwingi unatoka nje na kuwa goal kick, msikilizaji wangu. Na wakati huo tunapata nafasi ya kusoma ujumbe katika sehemu ya pili ya studio. Tunamwona Kangwana Charles anasema kwamba anafuatilia matangazo. Wasiri mkuu anasema kwamba watching live from Doha, Qatar. Kunaye Eriko Msafi anasema who scored please. Wale ambao wamefuka kufikia sasa ni kwamba kunaye Cyrus Oucho kweli na kwa ni Abednego. Cyrus Oucho akaweza kufunga bao la kwanza, la pili likafungwa naye Abel, na la tatu likafungwa na huyu nani huyu anaitwa Vincent Imbaya, is it Imbaya? Vincent huyo. Ndakuwa nikiangalia mchezaji mzuri zaidi nikiweza kufahamu. Kwa hivyo asante sana Eriko Msafi. Kunaye Yobesho Beshaye anasema kwamba I'm watching the game live. Asante sana Yobesho Beshaye. Kwangana Media bado anauliza kwamba ni dakika ya ngapi, bado ni kipindi cha kwanza. Tunaye Brighton Makori kutoka runinga ya Ndizi TV anasema kwamba anafuatilia. Charles Kangwana, mwanahabari wa michezo, tunamrank sana Charles Kangwana, anasema kwamba hii ni ngumu sana, ni ngumu kwa Vihiga Bullets. Eriksen Santos anasema kwamba all the best Gusii FC. Nakumbuka kwamba rais wa taifa la Kenya alisema kwamba mambo ni matatu, na kufikia sasa mambo ni matatu kwa timu ya Gusii FC. Na wakati huo huo kipindi cha kwanza chafika tamati, kimekuwa ni kipindi njema sana kwa timu ya Gusii FC. Wameweza kupata mabao matatu kufikia sasa hivi, na nisijue labda Justin Kantala, kipindi cha kwanza labda unaweza sema kimekuwa vipi kufikia sasa? Ni kweli kwamba kipindi cha kwanza kimekuwa kizuri zaidi kwa upande huu wa Gusii, na wameweza kuonyesha mechi safi zaidi hapa, wakionyesha miguzo mpira ukitembea chini ya nyasi. Kwa hivyo ni mpira ambao umekuwa safi na mtananga ambao umewafurahisha mashabiki, kumradi msikilizaji, kutoka hapa upande wa Cardinal Tunga Grounds. Na ikumbuke kwamba bao la kwanza liliweza kufungwa naye Oucho, la pili likaweza kufungwa na huyu Abel, na mwisho ikafungwa na Vincent hapa katika huu uga wa Evergreen Stadium Cardinal Tunga. Kumbuka kwamba tu ni picha ambazo unapata moja kwa moja tu kutoka uga huu wa Cardinal Otunga Mosocho, ambao ni uga wa nyumbani wa timu ya Gusii FC kwa mechi yao ya kwanza leo hii, ambapo mwana Gusii FC amekuwa akicheza na timu ya Vihiga Bullets. Vihiga Bullets ni timu ambayo iliweza kutoka katika ligi ya FKF Premier League msimu uliopita, waliweza kuwa relegated, na timu ya Gusii FC imeonyesha kwamba wanastahili kuwa tu ile ya FKF Premier League. Ukiangalia jinsi ambavyo wameweza kucheza na timu ambayo ilikuwa katika ligi ya FKF Premier League msimu uliopita, kimekuwa ni kipindi cha kwanza ambacho kimekuwa na matukio mengi mema, hasa kwa faida ya timu ya nyumbani, timu ya Gusii FC, ambapo kwa sasa ni mapumziko na mwana Gusii FC ako mbele bao 3-0, na tumeweza kuwa tusako kwa bako na Alfayo Kombo. Nisipotazama tu mechi hii, kipindi cha kwanza mechi ilianza tu na kasi, mwana Gusii alijocha amekujia. Mechi imekuwa vipi? Pengine vile nikiweza kutaarifu mtazamaji wetu kwamba mechi ya kwanza, kipindi hiki cha kwanza, tumeona kwamba wana Gusii FC wameweza kutuliza mpira ule. Ingawaje wale Vihiga Bullets kuna namna ambavyo wanaonekana kama bado hawajaweza kumakinika. Wako na kiu ya kuweka mabao, lakini upande wao bado wakati wanashambuliwa bado hawajaweza kumakinika kikweli vile. Kwa hivyo hawa vijana wa Gusii FC
safu ya ushambulizi wamemakinika, wakirudi pia wanajaribu kumakinika. Kwa hivyo ndio maana vile tumeona kwamba kule kutomakinika kwa Vihiga Bullets kumefanya kwamba Gusii FC wakapata ikabu nyingi upande wa huku. Tukiona kwamba wameweza kupata ikabu kama 4 hivi, alafu na kona kama 4 ambazo ukiona zile ikabu zile zimeweza kuwasaidia kuweza kuzalisha mabao yale, na kona zile zimeweza kuwasaidia kuzaa mabao yale. Tunaona kwamba kuna kijana pale jezi namba 8 ambaye wale Gusii FC wanajua kwamba ule kijana ako na nguvu mikononi, akirusha mpira ni kama kona. Kwa hivyo wao wanajaribu iwapo kama tutapata kona tuweze kupata mpira wa kurusha karibu na kona, kwa sababu tukiona kwamba bao lao la pili limetokana na mrusho na bao lao la tatu pia vile vile limetokana na mrusho, baada ya kurushwa ukatolewa pale ukarudi fataki mpaka ndani. Kwa hivyo tunaona kwamba vijana hawa wa Gusii wanajaribu kutumia sehemu zile zao za nguvu, ambapo wanajua tukifanya hivi tunaweza kupata ushindi. Anafahamika kama Alfayo Komba ambaye ni mchanganuzi tu wa masuala ya soka, na anapokelea kijana ambaye amevaa jezi nambari 8 kwa timu ya Gusii FC ni kijana kwa Dennis Mokaya ambaye pia ni kijana ambaye ni kijana mzuri sana, ametumika sana. Lakini kuna huyu mlinda lango wa timu ya Gusii FC anafahamika kama Anthony Obonyo, aliweza kuwa katika timu ya Vihiga United msimu uliopita. Timu ya Gusii FC ilipompoteza Frederick Onunga ambaye aliyekuwa ndiye kipa msimu uliopita akaenda timu ya Nzoia Sugar. Unaweza mueleza vipi Anthony Obonyo, mlinda lango wa timu ya Gusii FC? Nikiangalia Anthony Obonyo kwa leo kweli amemakinika, kwa sababu ile safu ya ulinzi ya Gusii FC anajaribu kuizungumzia. Namuona pale akimtuma Odhiambo akimwambia songa pale mbele, wakati unamwona pia vile anajaribu kumuita Cyrus, hata kama yeye ni pale mlinzi pale katikati, anajaribu kumvuta nyuma ili wasaidiane kuhakikisha kwamba wakati wanashambuliwa, kuonesha kwamba mechi ile pale uwanja wao wakati wa mashambulizi wamejaa katika uwanja ule. Hivyo namna yake ya kuzungumza na ule ushirikiano kati yake na wale walinda lango upo sawa kabisa. Naona kwamba unasaidia katika kuimarisha kwamba yeye mwenyewe hajawekwa bao lolote. Labda ungeweza kuwa wewe ni kocha wa timu ya Vihiga Bullets, kwamba unahitaji uweze kurudi katika ligi ya FKF Premier League, unacheza na timu ya Gusii FC, timu ambayo hauijui kwa sababu hujakuwa katika hii ligi, umepigwa bao 3. Kipindi cha pili ulikuwa kocha wa Vihiga Bullets, ungefanya nini? Kitu cha kwanza mimi nilivyoona ni kwamba wachezaji hawa wa Vihiga wanafaa kutulia kwanza, kwa sababu sasa hivi unaona pressure bado ipo. Ile pressure bado ipo. Kwa hivyo unaona vijana hawa wanapigana dhidi ya mabao 3. Wanajaribu watafanyaje. Na vile vile ile pressure ya ushindi bado ipo. Tutarudi kule juu, hawa tutarudi. Na kwamba ule mtu ambaye wanapigana naye wakumbuke kwamba huyu mtu aliweza kutatiza Shabana msimu uliopita. Aliweza kutatiza Muranga Seal msimu uliopita. Kwa hivyo wasione kwamba huyu ni mtu ambaye, ama Gusii ni timu ambayo imelegea. Ni timu ambayo imemakinika, na msimu huu ukiwa ni mechi yao ya kwanza, hatujui lengo lao ni lipi, kwa sababu namna ambavyo wanacheza ni namna ya kuonyesha kwamba wao kama Gusii FC wanataka kujiunga na Shabana. Kwa hivyo Vihiga wakiendelea kucheza na mchezo ambao wanacheza sasa hivi, ambapo wanajaribu kushambulia bila kuangalia safu yao ya nyuma au pale katikati, sababu tatizo lao liko pale katikati, pale safu ya katikati. Kwa hivyo wasipoendelea hivyo, kwa sababu tukiangalia kwamba Gusii FC wanaingia mpira sana na hapa katikati, na hapo ndio ukiangalia mabao yote mawili yale la pili na la tatu yametokea pale. Kwa hivyo wasipofanya kuimprove pale katikati, kipindi cha pili tutarajia mabao hata mawili. Asante sana. Huyo ni Alfayo Komba, mchanganuzi wa mambo ya soka, tutakuwa tukirejea naye. Lakini wakati huo tunao kati ya mashabiki kutoka eneo hili tu la Gusii. Karibu sana. Huyu ni kocha wa timu tajika, timu ya Sportif Nyabururu. Umeweza kuwa hapa hivi katika mechi hii. Wewe nisijue kwa upande wako, ni Gusii FC timu ulicheza nayo mechi ya kirafiki, waliweza kusomesha mengi, labda uli-expect mechi iweze kuwa vile imekuwa kufikia sasa? Vile nilikwambia tukicheza nao friendly, nilikwambia kwamba Gusii FC wameiva vizuri, wamenisaziri, wasijaji ni wazuri, na game yao imekuwa safi. Na ukiendelea hivi nafikiria pia watakuwa wakiongoza kwa hii ligi. Wakiendelea hivi nafikiria hakuna timu itakuja kuwasimamisha. Ni wazuri. Anasema kwamba wakiendelea hivi wataweza kuwa unbeaten. Nisifahamu, najua ligi ina mechi mingi sana, na asante sana tu mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV News. Hii ni meza ya michezo, tutakuja moja kwa moja tu kutoka uga huu wa Cardinal Otunga Mosocho. Ni mechi ya daraja la pili nchini Kenya, ligi ya National Super League. Ligi imeanza leo. Wanasema mambo ni matatu, bao ni 3 kufikia sasa, ambapo timu ya Gusii FC iko mbele. Mashambulizi ambayo yalianzishwa na mchezaji Cyrus Oucho
aliyekuwa ni kiungo wa maana sana katika timu ya Gusii FC. Amemezewa mate na wachezaji wengi, lakini Gusii FC kuna sababu ya kumweka. Kwamba Cyrus alikuwa mchezaji wangu, alikuwa sportif. Okay. Yeah, nicheza game kwamba. Na matoke. Yeah, na matoke. Okay. Yeah, ni wachezaji wazuri. Unatarajia nini kwa Gusii FC kipindi cha pili? Kipindi cha pili ikiendelea hivi, wako na matarajio ya kufunga hata kuongeza mabao mengine 5. So itaweza kaisha hata bao 8 kwa mpira. Sijui utaweza sema nini kuhusu kijana Dennis Obare, kijana mwema sana msimu uliopita, alikuwa mfungaji bora kwa timu ya Gucha Youth FC. Gusii imepata sahi yake, amekuwa akiongoza mashambulizi, lakini nafahamu kwamba wachezaji ni wengi tu. Kuna wachezaji kama Maluda ambao bado hajapata nafasi, kuna Jabicha kati ya wengine. Dennis Obare utasema nini kumhusu? Ukizungumzia Obare pia kumbuka msimu uliopita alisumbuanga timu sana. Na ukimwona vile ameanza vizuri msimu na ni mzuri pia, wasipomjunga vizuri pia ataongeza bao wengine. Labda tu ni kauli yake Raphael Onsongo ambaye ni msimamizi tu kutoka timu ya Sportif Nyabururu, wanacheza katika ligi ya FKF Division 2, wanaendelea kufanya vema kwa muda usikuwa mrefu. Nakwambia majibu kutoka viwanja vingine, hasa ligi ya FKF Premier League kufikia sasa majibu ni yapi? Nisijue, labda kabla niangalie mambo ya Premier League, unatarajia labda Bullets, ungekuwa kocha wa Bullets, ungefanya nini kipindi cha pili? Wanaangalia hiyo peke yao, ukiangalia vizuri ningeangalia hiyo peke. Unajua hawa wachezaji wa Gusii FC wamewashinda kule mbele. So hiyo peke yao wanafaa kuwa mangirifu na waangalie. Wasipochunga hiyo defense yao watafungwa. Labda kwa sasa tuangalie majibu kutoka viwanja mbalimbali katika ligi ya FKF Premier League. Bandari FC wanacheza na Ulinzi Stars kufikia sasa. Ni kipindi tu mapumziko ya kipindi cha kwanza, Bandari yako mbele bao 1-0. Kakamega Homeboys anazidi kumchapa Mwanataska bao 2-0 kipindi cha kwanza half time. Timu ya Leopards na Muhoroni kufikia sasa hakuna aliyemfunga mwingine. Nzoia Sugar anakabana kona Mwanabidco United kufikia sasa. Nzoia Sugar ako mbele bao 1-0. Nakumbuka kwamba aliyekuwa mlinda lango wa timu ya Gusii FC Fred Onunga msimu uliopita ndiye goalkeeper wa timu ya Nzoia Sugar, na mechi kiesha hivi Nzoia Sugar atakuwa kufikia sasa hajapoteza mechi yoyote. Na uwanja wa Raila Odinga Homa Bay Stadium, Shabana na Police FC ni bila kufikia sasa. Pia ni mechi ambayo iko na uzito sana, eneo la Gusii linafuatilia sana Shabana na Police. Kufikia sasa mechi iko sare. Unasema nini kuhusu mechi hiyo kufikia sasa? Tukiingia nilikwambia kwamba Gusii FC itashinda. Vile nilikwambia kwamba Shabana pia watapata ushindi, hata ikiwa ni bao 1 kwa mpira pia watapata ushindi leo. Labda tubaki tu kidogo kwa hiyo mechi ya Shabana kwa sababu hatupo pale. Kwa sasa iko sare. Mechi zote za Shabana msimu huu katika half time imekuwa sare ya kutoekana. Mechi ya kwanza walicheza na Murang'a Seal, half time ilikuwa 0-0. Mechi ya pili dhidi ya Talanta FC, half time 0-0. Mechi hii ni 0-0. Na mechi zimepita tumeona Shabana ikipoteza kipindi cha pili ama kuwekwa bao kipindi cha pili. Hii unaona kwamba Polisi atapata bao kipindi cha pili? Polisi ni timu nzuri, but kulingana na Shabana itapata ushindi. But leo kuna matarajio kwamba leo Shabana itashinda. Okay. Yeah. Anafahamika kama Mr. Raphael Onsongo, anazidi tu kutuambia mengi yale ambayo yanaendelea katika viwanja mbalimbali. Na nikiangalia upande ule wa English Premier League ni kwamba timu ya Wolves na Liverpool pia kufikia sasa hawajaweza kufungana mabao. Pia ni mechi ambayo iko tu na umuhimu wake, umuhimu ambao ni muhimu mzuri sana, na namuona tu wakati ule ambao pia mechi zinazidi kuendelea ni kwamba mambo tu yako sawa. Kipindi cha pili unatarajia nini kama shabiki? Bila nimekwambia kwamba kipindi cha pili game bado ni safi. Kipindi cha pili pia naombea CFC usindi pia ikaweza kuongeza bao zingine ikuwe na matumaini ya kusonga mbele. Asante sana kwa hayo yote na kutakia kipindi cha pili ambacho ni njema. Wakati huo namuona kuna tu mwana spoti hapa hivi ambaye ako katika uga huu pia, karibu sana. Tunaweza enda tu kwenda upande huu ambapo tunaona kwamba kipindi cha pili kinaenda kuanza katika mechi hii. Yes. Wewe kama mpenda soka, jina lako na watarajia nini katika kipindi cha pili? Asante sana Ndemo kwa nafasi hii. Ni kwamba mechi imekuwa safi hasa kipindi cha kwanza na jina lako. Kwa majina naitwa Musinto Biogopius na unajua mimi ni mwanaspoti kama kawa. Hivi sasa nimeweza kushuhudia kipute kikali kati ya Vihiga Bullets na vile Gusii FC. Naweza zungumzia kwamba kipindi cha kwanza kimekuwa wamecheza vizuri, hasa vijana wa Gusii FC wameweza kuonesha ueledi wao.
na ni kwamba kipindi cha pili, though wengi wa mashabiki wameweza kuzungumzia kwamba GFC wanafaa kuweka ama kufunga mabao 5 hivi sasa, lakini na kuna uwezekano nimeona. So ukiweza angalia waliweza kupoteza bao za kwanza 2, lakini baadaye wakaweza kujidhibitisha kwanza kuhakikisha kwamba wamejibidisha na vile vile kuhakikisha kwamba wameweza kufanya michezo hii ama mchezo huu kufana hasa kipindi cha kwanza. So kipindi cha pili matarajio ni kwamba Gusii FC wanafaa kuongeza mabao 2 hivi sasa kulingana na mimi, maana yake kuna potential. Na vile vile ujue ni kipindi cha kwanza na itakuwa ni msisimko mzuri hasa katika timu hii ya Gusii FC katika ni mechi yao ya kwanza, na ikumbuke kwamba ni NSL inaanza hivi sasa. So watakuwa wanajituma vizuri, na hasa hizo mabao zao ambazo wameweza kufunga 3 itakuwa motisha kwao, na vile vile wako na ile potential, na vile vile kusema kwamba yani ni vijana wamejifeel sahihi wako home. Kumbuka kwamba kutoka viwanja vingine ndani ya National Super League ni kwamba MCF wanacheza na timu ya Asad. Kufikia sasa MCF wako sare ya bao 1 na timu ya Asad. Mwatate wanazidi kucheza na timu ya Naivas FC. Mwana Rainbow FC anakabana kona darajani gogo, na Rainbow ambaye ni kijana aliyepandishwa daraja na kuingia ligi ya National Super League ako mbele bao 1-0. Vihiga United walibadilisha jina na kuitwa Mulembe FC. Kufikia sasa wanacheza na timu ya Kajiado. Labda kauli yako ya mwisho tunapoingia katika kipindi cha pili. Yes. Yale ambayo tunatarajia ni kwamba kipindi hichi cha pili huenda kikakuwa cha kufana. Nilivyosema ni kwamba sasa hivi Gusii FC wameongeza mafans. Ukiona wanafunzi washafunguliwa hapa na itakuwa like wakifunga ama wakicheza vizuri kutakuwa na ile kushangilia, na vile vile itakuwa ni sauti ambayo itakuwa ina watu wa timing hasa timu ya Vihiga. Asante sana. Huyo anafahamika kama Pius Biogo ambaye pia ni mwanaspoti. Nikitazama nyuma yangu ni kwamba timu zote mbili zishafika hapa hivi, kwa hivyo endelea kuwa nasi ndani ya Ndizi TV News. Mimi ni Ndemo Steven, Captain 001, kuambia yale ambayo yanaendelea katika michezo. Kwa hivyo nakutakia uweze kuwa na kipindi cha pili cha kufana. Tupate katika upande mwingine wa pili wa matangazo ya moja kwa moja. Kipindi cha pili, mechi ya kwanza ya ligi ya National Super League kati ya timu ya Gusii FC mbele bao 3, timu ya Vihiga Bullets wako nyuma kwa mabao 3. Tuone kipindi cha pili kutakuwa vipi. Kipindi cha pili kimeanza. Mechi kati ya timu ya Gusii FC wanakabana ko na mwana Vihiga Bullets. Wanaanza wangu Vihiga Bullets. Wanapiga refu. Anamakinika ni mlinzi wa timu hii Abednego nafasi mura, anapiga potelea pote timu iweze kujipanga, timu ya Gusii FC safu ya nyuma. Kantala, napotazama mechi hii ni kweli mtangazaji mwenza Ndemo, hatari pale. Bravo anaondoa ipotelee pote. Tunavyozungumza kipindi cha pili kimeweza kwanza hapa ugani Cardinal Tunga, ambapo timu hizi zote mbili, timu ya Gusii imeweza kusawazisha mabao 3-0 pale katika kipindi cha kwanza, na sasa hivi cha pili kimeanza. Sisi letu hapa ni kuhakikisha kwamba unapata tunage huu moja kwa moja, na kila tukio ambalo linatokea hapa uwanjani tunakuletea kwa njia ya ufasaha. Goalkeeper anauchukua vizuri sana huyu Anthony, anayemakinika zaidi huyu pale juu pale kumtafuta ubari, akata huyu beki wa Vihiga kwake Rao na ujibu pale nje. Asante sana msikilizaji na mtazamaji wetu. Hawa Vihiga wanaenda kumakinika. Mpira unaelekea kurushwa kuelekea lango la timu ya Gusii. Huyu anaitwa Zablon ambaye ameweza kutoka hivi majuzi kutoka kwa timu ya Gusii kuelekea Vihiga United. Anacheza vizuri sana Zablon, na Onsongo wanakabana, lakini mpira uko mwingine unatoka nje. Tena Zablon anaelekea kurusha Garambe, hii arusha vizuri sana kumtafuta huyu Rao, nakataa kwake Bravo na ujibu juu pale kumtafuta Ubare na gereza, anatuliza kwake Rao kwake Onsongo anaangalia penani, anakata 1 2 3, lakini huyu namba 18 anakata huyu
Inakuwa ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Vihiga. Huyu narusha Urao vizuri kwake Nsongo kwake Urao kwake Nsongo kwake Urao. Mpira unakuwa mwingine unatoka nje, msikilizaji wangu. Asante sana. Nipe na mnaona kwamba vijana wa Vihiga sasa hivi walivyorudi uwanjani wanajaribu kumakinika pale katikati, wanajaribu kutuliza ule mpira, wanajaribu kutulia kulingana na msimu au ile kipindi kile cha kwanza. Na mpira huu tunaona kwamba timu zote mbili, Gusii FC, Vihiga Bullets, wote wametulia uwanjani. Ngoma hii bado hatujaona kwamba kuna yote yule ambaye aliweza kumshambulia mwenzake, bao zikizidi kusalia kuwa 3-0, na tunaona kwamba vijana wa Vihiga Bullets wanajaribu kuzuia pale, huku Gusii FC wakijaribu kuingia na mpira ni wa kurushwa pale ukielekea upande wa Gusii. Ni kweli mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Gusii. Anacheza juu pale mwana Vihiga kumtafuta kapteni mwenyewe na ukosa. Bravo anakata kwake Nsongo na ujibu kwake nani? Abeli kwake namba 23, huyu anaitwa Vincent, anakataa huyu mwenye manywele huyu wa Vihiga. Anagereza kumtafuta na ukataa Nsongo kwake Abel anachenga moja kwake Urao anaangalia penani juu pale kumtafuta Ubari. Hatari kubwa kwa lango la timu ya Vihiga. Kipa na uchukua, anasema chakula changu hiki. Asante sana. Haya yote tunakuletea kutoka hapa uga wa Cardinal Tunga, uga ambao ni msafi zaidi, uga ambao unapiga upato katika hii ligi kuu, ligi ya National Super League. Na sisi tukimanikinika hapa kuletea Garame mwenzangu wetu pale wananiita Kombo, nikikueleza kwamba timu hii ya Gusii FC wamezidi kutulia. Naona kipa pale nambari 1 zidi kuonesha wana Vihiga Bullets kwamba bado yatosha mboga, yatosha kuliwa, yupo sawa kabisa. Tukiangalia kwamba nilivyosema hapo awali, safu hii ya katikati ya Vihiga ipo shida. Kweli ipo shida. Iwapo kama bado hawataweza kutatua tatizo lile, huenda wakaweza kuwekwa bao lingine. Naona kwamba ni kabu kuelekea upande wa Gusii. Na tunaona kwamba badiliko pale lenda kufanyika. Badiliko pale. Ni kweli badiliko. Kijana wa Gusii Taxi anaingia mchezaji ambaye ametoka msimu jana kutoka kwa Mombasa Elite. Juu pale katikati anamwangusha Cyrus, lakini mpira unakuwa ni goal kick. Badiliko lipo, lakini wamesubiria kidogo. Haya, goalkeeper Anton anaucheza pale kumtafuta Abednego Nyakundi. Anaujibu vizuri huyu mchezaji wa Vihiga. Katikati pale kwake Abel namba 35 mgongoni, anakataa na Vihiga kwake Urao anaangalia penani hapa nyuma, safu ya nyuma hapa upande wa kushoto wa Gusii. Inachezwa mpira huu. Tunaona kwamba mambo ni kumakinika, watu wanazidi kumakinika hapa, wana Gusii FC wanazidi kumakinika kabisa. Mpira unasemekana ni wa kurusha, na tunaona kwamba kijana huyu wa Gusii FC anataka kurusha paka pale, ni kama ni kona pale. Vijana wa Vihiga Bullets wanajaribu kupenyeza safu ya katikati ya Gusii, lakini pale katikati kwao hakuna mtu wa kujaribu kumalisha tobo lile. Asante sana. Gusii wanajaribu kusonga kama nilivyosema, pale katikati kuna nafasi penyezi, lakini mpira ule haujatoka. Wanazidi kusonga, yule kijana namba 29 nasonga. Cyrus anajaribu kupenyeza pale, Ubari anasonga kidogo, anainua pale, chakula cha kipa Vihiga pale, anashika kipa, anaukosa huyu Abel. Hatari kubwa kuelekea lango la timu ya Gusii. Anashika na kanya vizuri sana huyu kipa Anton, anamakinika zaidi huyu kipa wa Gusii. Huyu kipa ana tajriba ya hali ya juu, kwa sababu anasema hii ni kibarua ambacho nakifanya kila wakati. Kipa Anthony huyu, asante pake. Bravo cheza pale mbele, kipa na unyaga wa Vihiga, faida ya Vihiga juu pale kumtafuta upande wa kushoto Abednego Nyakundi, na ujibu kwa kichwa
kwake Abel. Abel na chenga moja 35 mgongoni. Chenga moja ya pili nakabwa. Inakata captain mwenyewe anaondoa, anasema potelea pote huyu captain Nyangechi kumtafuta Cyrus Oucho. Cyrus Oucho kwake Abel. Abel kwake Cyrus Oucho, lakini nakata huyu beki wa Vihiga. Inakuwa ni kasi zaidi ya mchezo, ambapo mechi hii yote tunakuletea tukihakikisha kwamba unapata kila tukio kutoka hapa ugani Cardinal Tunga Grounds, ambapo tunahakikisha kwamba unapata kila tukio ambalo linatendeka. Mpira hupo nje na pana badiliko msikilizaji wangu. Refari katikati ya uwanja anasema kwamba alipobadiliko anatoka Onsongo, anaingia Taxi, mchezaji kutoka timu ya Mombasa Elite. Pia anatoka Onsongo, akiingia nani huyu? Tunaona kwamba pale vijana mabadiliko wanayofanya Gusii FC, wanatoa majamaa wawili pale, jezi 23, jezi 10 ambaye ni Cyrus pale. Kweli anaingia Umosh. Ni mabadiliko makubwa. Hatujui kwamba walioingia je watazidi kuongeza safu ya ushambulizi pale ama vipi. Asante sana, anaingia Umosh, anatoka Nsongo. Tari kubwa pale, gogo! Ndiko walioweza kufanya Gusii. Ni kitu ambacho niliweza kukueleza mtazamaji wetu. Asante kitu sana. Ambacho nilisema kwamba wasipobakinika vijana wa Vihiga Bullets watawekwa hata mabao mawili. Asante sana, imejibiwa vizuri sana, ikiwa pale ni kona. Ameingia huyu Taxi, kijana kutoka Nyamira. Ameingia huyu Taxi, haijapita dakika moja huyu Taxi ameweza kusawazisha kwa bora mzuri zaidi. Imeweza kuwa ni bao ya 4. Ameweza kuingia na kuweka tufwe la kichwa kama bunda lile mpaka ndani, kumaanisha kwamba alikuwa amekaa pale amekalia bao. Ni kweli alikuwa amekalia bao. Anavyosema huyu mtangazaji wangu hapa, imekuwa ni bao ya 4, bao ambayo imeweza kufungwa vizuri na huyu mchezaji anaitwa Taxi, kijana kutoka Nyamira. Raha ilioje. Navyozidi kuona kama nilivyosema, kuna kuongezeko la bao hapa iwapo vijana hawa wa Vihiga Bullets hawatamakinika, lakini wamepata ikabu ambao wanazidi kuipeleka pale mtambo juu. Jamako peke yake pale anafungua pale, wapi mpira umetoka juu, utakuwa mpira wa kupigwa goal kick. Asante sana, ni bao ambao ilimeweza kusawazishwa naye Taxi katika kipindi cha pili, dakika ya 55 hivi. Huyu Taxi ameweza kuwekwa tu saizi kuingishwa kwa mchezo na ameweza kusawazisha dakika moja uwanjani. Yeye anadhibitisha kwamba alikuwa amekalia bao. Asante sana, mechi hipo nje. Pale anaenda kurusha Abednego Nyakundi, kijana mwenye umri wa miaka 12 huyu Abednego Nyakundi. Ni ekabu. Anaenda kucheza huyu Captain Nyangechi, Captain nahodha mwenyewe wa Gusii Football Club. Asante sana, tunapozungumza ni kipindi cha pili, mabao ni 4. Mabao 4 faida ya Gusii. Ikumbuke kwamba hawa Vihiga Bullets waliweza kuzushwa daraja kutoka kwa ligi kuu Kenya Premier League, na hawa wanatesa hapa chini. Anacheza huyu Taxi kidogo tu, nusra aweze kuzawazisha la pili pale. Vihiga mchezaji anaanguka chini, anaangalia penani, mpaka namba 10 mgongoni. Hatari kubwa, gamba la kifua huyu captain mwenyewe. Anakata captain tena Nyangechi kwake Vincent, kwake nani? Dennis anagereza moja vizuri sana katika pale katikati. Abednego Nyakundi anaujibu, kichwa kinacheza pale kwake nani? Abel kwake Taxi, kasi ya mchezo kweli. Gereza 1 2 3, cheza vizuri sana, lakini kwa mpira kwa mingi unatoka nje huyu Taxi. Kijana ambaye ni maridadi zaidi, kijana ambaye anahakikisha kwamba anamakinika katika ile safu ya upande wa mashambulizi, upande wa kulia wa Gusii. Asante sana, wote wanaendelea kutufuata, wote wanaendelea kuhakikisha kwamba matokeo haya wanayapata, jinsi ambavyo tunaileta kutoka hapa uga wa Evergreen Stadium hapa Cardinal Tunga. Gamba la kichwa kinalia kwake Abel Vincent.
anaanguka chini, lakini refa anasema twende. Omosh na mchezaji na kapteni mwenyewe namba 10 mgongoni wa Vihiga. Mpira unakuwa umetoka nje, anaenda kurusha Urao juu pale kumtafuta Obare, lakini anakataa huyu mwana Vihiga. Okay, Zablon anatafuta nani huyu? Hatari kuelekea lango la timu ya Gusii. Hatari kubwa msikilizaji wangu. Cheza 1 2, piga kombola pale, hatari. Mpira unakuwa mwingine umetoka nje. Asante sana kwa sababu tunaendelea kuhakikisha kwamba haya tunakuletea moja kwa moja. Langu jina niite Justin Kantala. Uga ni Cardinal Tunga Grounds hapa Mosocho. Ligi ni National Super League. Asante sana. Asante sana. Huu ni kombo hapa. Naona kwamba hii ikiwa ni kona ya 3 hii kwa wana Vihiga Bullets. Hatujui kwamba kona hii itaweza matunda ama vipi. Ni kona ambayo na jamaa hapa jezi namba 18 ni ya 3 kwa kweli, inachongwa pale, kona imeweza kuondolewa pale, imeweza kutolewa pale, itakuwa ni mpira wa kurushwa pale kuelekea upande kweli, kuelekea upande wa Vihiga. Upande wa Vihiga kweli msikilizaji wangu. Mpira wanasema msaidizi wa referee anasema kwamba ni mpira ulioguswa na mkono. Ni kweli ilikuwa ikabu. Kwa hivyo utakuwa unapigwa kuelekea upande wa Vihiga. Anaucheza huyu Orao. Naona kwamba wana Gusii FC wanafanya mabadiliko mengine mawili. Ni mpira wa kurushwa. Ni mpira wa kurushwa. Huyu ni badiliko lingine msikilizaji wangu. Kutokea hapa upande wa Gusii. Badiliko lingine, anaingia Mauluda. Jina la utani huyu. Akitoka nani huyu? Abel. Mfungaji wa bao la pili Abel huyu. Jezi namba 35 mgongoni. Anaingia Mauluda, anatoka Abel. Ni badiliko la 3 la mchezo. Orao anaurusha. Kumbuka kwamba tunapomwongelea mchezaji Mauluda ni kiungo ambaye ni kiungo mahiri, alikuwa timu ya Shabana FC, akawenda katika timu ya Mara Sugar na sasa amerejea nyumbani katika timu ya Gusii FC. Wanacheza ni timu ya Vihiga Bullets. Wanajaribu kujikakamua, lakini wapi, unakuwa ni mpira rada. Kwanza ni goalkeeper Anthony anawafurahisha mashabiki kwa mikiki yake tu. Anasema kwamba mimi kama mlinda lango pia naelewa kusakata huu mpira na ni lazima nicheze kama mimi. Na iwapo ndipo unaungana nasi kwa sasa, huu ni uga wa Cardinal Otunga Mosocho. Kufikia sasa hivi timu ya Gusii FC iko mbele bao 4, timu ya Vihiga Bullets iko bila. Na kumbuka kwamba upande wa Facebook tu, hakikisha kwamba umetuwekea hisia zako, weka like, weka comment, unatupata kutoka wapi, ambapo kama meza ya michezo runinga ya Ndizi TV tumejitolea kuhakikisha kwamba kila kinachoendelea umekipata. Anaanza ni safu ya ulinzi ya timu ya Gusii. Anakosa nafasi Gusii FC. Kijana mzuri sana, anapiga refu. Abednego, kijana mdogo sana, chini ya miaka 22 tu. Kijana huyo Abednego anaweka potelea pote, inakuwa ni mpira wa kona kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets. Anaenda kuanza mchezo ule ni mchezaji Isaac Maina anakwenda kupiga kona kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets. Wamejituma wengi tu wachezaji wa timu ya Bullets ndani ya mstatili. Isaac anapiga fupi, potelea pote, anakataa katakata mlinzi captain Wycliffe Nyangechi wa timu ya Gusii FC. Mpira wa mrusho kuelekea katika timu ya Gusii. Wanaanza haraka ni timu ya Vihiga Bullets. Wanapata mpira Gusii. Miguu za kibinadamu inakataa. Bullets anakwenda chini virahisi, inakuwa ni mpira wa foul kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets. Kufikia sasa mwana Bullets hatujaona Bullets zake ziko wapi, sijui aliziacha wapi. Wanaanza haraka ni timu ya Gusii. Abednego, kijana mdogo, kiungo pembezoni kulia. Gusii, chenga inakubali. Pasi kwenda vema, lakini Nyangechi atamwamini. Abednego anakosa na mwamini mlinda lango
Anthony. Pasi rahisi lakini huwezi kuguza. Experience yake mchezaji yule. Gusii FC. Gusii FC wanapiga mpira ya miguzo. Mpira unakwenda nje, mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Gusii. Kantala. Asante sana, ni miguzo hapa katika uga wa Cardinal Tunga. Hawa wana Gusii wana mchezo safi. Taxi kwa Kenani ya Bednego Nyakundi. Bednego Nyakundi wanakata hawa Vihiga. Kwa Kenani Mauluda na chenga moja kwa Taxi anaangushwa. Inakuwa ni Kabu na kata huyu. Referee wa katikati ya uwanja anasema ni faida ya timu ya Vihiga kuelekea lango la timu ya Gusii. Umeenda nje msikilizaji wangu, namwona coach mwenyewe wa Gusii anaitwa Kasim Junior. Anahakisha kwamba anamakinika kwenye gamba la kifua pale Taxi kwake Bravo anaruka juu pale na kujibu kwa kichwa kwake Dennis anakataa kwake nani tena, hatari kubwa na 10 mgongoni huyu. Mwana Vihiga anakata mpira unakumbengana unarushwa kuelekea lango la timu ya Vihiga Bullet Ndemo. Asante sana. Nakwambia kwamba rada wanavyosema rada ni safi hapa. Wanavyosema kwamba mechi ni safi hapa katika uhuga wa Cardinal Tunga. Tunavyozungumza ni dakika 63 ya mchezo ambapo mechi inazidi kugaragangwa hapa katika uga wa Evergreen Stadium katika hapa Cardinal Tunga kumtafuta urao. Wanakataa, hawajamakinika hawa wana Gusii. Juu pale anakataa huyu kijana kutoka Nyamira. Hatari kubwa kuelekea lango la timu ya Gusii. Anaujibu nyuma, wana Vihiga pale nyuma tena. Chapa garaba vizuri sana kuelekea lango lakini hujalenga pale ambapo alivyokuwa na kusudia huyu mchezaji wa Vihiga. Kona. Asante sana. Ni kona ya pili ya mchezo hapa katika uhuga wa Cardinal Tunga. Ni kona ya pili na huyu mchezaji nambari 7 mgongoni anamakinika hapa. Huyu msaidizi wa referee anamwambia songesha nyuma kidogo. Cheza vizuri juu pale. Kipa anang'ang'ania lakini mpira mwingine unatoka nje na kuwa ni goal kick. Ni goal kick msikilizaji na mtazamaji wetu. Asante sana wote ambao wanaendelea kutufuata moja kwa moja. Tufuate pale katika mtandao wa Facebook. Ndizi katika televisheni yetu ya Ndizi. Tunavyozungumza mpenzi mtazamaji, goalkeeper wa Gusii Anton yupo chini. Imekuwa kwaje pale? Yupo chini huyu Anton. Referee anaagiza kwamba yule daktari aweze kufika ili aweze kumpa wanasema kwamba ganga za mganga zinazompa mchezaji ama yule ambaye yu katika hali yake safi zaidi. Wakati huo nikiangalia upande ule wa mitandao runinga ya Ndizi TV na muona pale Esther Kemunto anasema I'm watching from Saudi Arabia, na muona Ritunda Green anasema kwamba Gusii FC hoye. Triza Mam anasema kwamba tunatembea mitandao, anafurahia Gusii FC kuwa katika mitandao. Na muona hapa Ritunda Green bado anasema analea kufuata. Jonam Teya anasema anafuatilia kutoka upande wa Doha Qatar. Goalkeeper amenyanyuka Anthony anaenda kwanza. Anapiga refu upande wa kati. Kunani? Mwanagusi anapata nafasi. First touch inakubali. Alijaribu kushildi mpira ule lakini hakumakinika. Nafasi pembezoni kushoto. Hatua zake za kuwa za polepole, utakuwa ni mpira wa mrusho ambaye ataenda kwanza ni mchezaji Abednego. Abednego kiungo mahiri sana katika timu hii ya Gusii FC. Miaka michache, ujuzi mwingi. Katika viwanja vingine, uwanja wa Raila Odinga Homa Bay Stadium, kufikia sasa hivi bado ni Shabana bila, Police FC bila. Hiyo ni mechi ya ligi ya FKF Premier League inayoendelea sambamba na mechi hii. Inaenda kuwa ni adhabu kwa faida ya timu ya Gusii FC. Atakwenda kupiga ni captain Wycliffe Nyangechi. Wamejituma wengi, takriban wachezaji 6 katika himaya ya timu ya Vihiga Bullets. Litakuwa la 5 ama litakuwa. Wamejituma wengi. Referee anajaribu kuhakikisha kwamba mazungumzo yako vema baina ya walinzi wa timu ya Gusii FC na Bullets. Anapiga refu. Alienda chini mchezaji wa timu ya Gusii FC, lakini refa akasema mchezaji wa kiume
anaamka wangu na mechi inaendelea. Justin Kantala. Asante sana, mechi naendelea. Orao pembezoni pale upande wa kushoto kwake Dennis. Dennis anamwandalia pasi huyo Moshi, lakini inakuwa mingi na inatoka nje. Mtazamaji na msikilizaji wetu, anarusha Zablon huyu, mchezaji wa timu ya Vihiga aliyetoka timu ya Gusii huyu Zablon. Orao anaujibu kwa kichwa kuelekea upande wa Vihiga kwake Orao, lakini anakataa tena. Inakuwa ni mpira wa kurusha, anarusha huyu Orao, anamwandalia huyu kijana anaitwa Dennis, anaujibu kwa kichwa kwake nani huyu Ruda, lakini anakata huyu Abel, anasema kwamba siwezi achilia hivyo. Huyu Abel anakata. Mpira wa kurusha sasa kuelekea lango la timu ya Gusii, namba 12 mgongoni, anaenda kurusha mpira huyo captain anatuliza vizuri sana, lakini anakataa huyu Abel, anamwandalia pasi safi zaidi huyu bravo, anachenga tena Dennis huyu kwake Mauluda, anakata huyu mwana Vihiga. Asante sana. Huyu ni kipa Anton, anatia kwenye gamba la kifua, anachenga, anacheza vizuri sana, anasema kwamba chakula changu hiki. Ibainike kwamba huyu kipa Anton ana uzoefu na aliweza kutoka kwa timu ya Vihiga United. Piga safi. Goal! Wana Vihiga wanapata bao ya kwanza hapa. Ilikuwa ni kombora ambalo limewekwa kutoka mbali kidogo. Na Gusii wameweza kupatikana. Tunavyozungumza ni bao moja kwa faida ya Vihiga na bao mane. Gusii wameweza kupatikana demo. Aliyepiga bao hilo ni mchezaji Juma John wa timu ya Vihiga Bullets. Imeweza kujibiwa offside. Ilikuwa ni bao tamu sana ya timu ya Gusii FC, lakini linesman akasema kwamba alikuwa amejenga kibanda katika shamba ambalo si lake. Inakuwa ni mpira kwa faida ya timu ya Bullets. Bullets FC anakataa katakata mchezaji wa timu ya Gusii FC, mchezaji kwa jina Neutron Orao alikataa katakata. Inakuwa ni mpira wa kona kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets, lakini wakati huo ako chini ni mchezaji Orao pamoja na mchezaji Owino James, kijana mahiri wa timu ya Vihiga Bullets ambaye aliweza kupatikana katika sintofahamu iliyotokea pembezoni kulia tu mwa himaya ya timu ya Vihiga Bullets katika mechi hiyo. Kijana James pamoja na Orao wapo chini. Kijana James kutoka timu ya Vihiga Bullets yupo chini, na kijana Orao jezi namba 2 kutoka upande wa Gusii yupo chini. Wote madaktari hawa wa timu zote mbili wanajaribu kumakinika hapa zaidi. Orao anachechemea kidogo, lakini ilikuwa ni kama jeraha kidogo tu. Orao ameamuka, lakini James bado hajaamka pale. Inakuwa ni kona, yupo nje ya uwanja huyu James namba 7 mgongoni. Anakwenda kupiga nguvu mpya Kevin Atito anapiga refu potelea pote. Timu ya Gusii FC wanajaribu kumakinika na kuamka. Mwana Vihiga Bullets ashapata bao la kwanza, zimebaki 3 iwapo anahitaji pointi kutoka uga huu, ama zimebaki 4 iwapo anahitaji pointi 3 kutoka mechi hii ambayo haitakuwa rahisi. Na wakati huo utaona Orao ameweza kushughulikiwa na yuko tayari kuingia ugani. Anakwenda kwanza Anthony, kipa ambaye amejituma sana mechi ya leo. Kando na bao ambalo ameweza kufungwa, aliweza kuokoa hadi penalti katika kipindi cha kwanza, penalti ambayo walipata ni wana Bullets. Akapiga mchezaji Danielson, lakini mlinda lango akasema kwamba chakula changu hiki. Inakuwa nafasi murwa ya mlinda lango kuchukua sekunde zake chini kuweza kuruhusu timu yake tu kuweza kuwa na sekunde zake na kuendelea na mechi. Na ni uga wa Cardinal Otunga Mosocho. Matangazo bashara kwa hii timu. Kweli mtanange uko safi kwake Abednego Nyakundi.
Anaujibu nyuma pale kwa captain mwenyewe Nyangechi. Ngechi angalia pe nani, anamwandalia pasi safi zaidi Dennis. Dennis kwake Urao, Urao kwake Mosh. Mosh, adali, alala, go. Huyu ni Mauluda. Mashabiki wananyanyuka, mashabiki wanaamuka. Ni nguvu mpya tu mchezaji Mauluda, katoka kutoka timu ya Mara Sugar, kakuja katika timu ya Gusii FC. Anasema kwamba hapa ni nyumbani, hapa ni nyumbani. Anahakisha kwamba timu ya Gusii FC imepata bao la 5 na mwana Vihiga Bullets. Safari bado kwa mwana Vihiga Bullets, na kwa timu hii ya Gusii FC umeweza kuwa ni mwanzo mwema katika mechi. Kumbe kuna bao moja iliweza kukataliwa na sasa ni Asante sana mtanange usafi hapa. Ni bao la 5 bao limeweza kusawazishwa naye Mauluda. Tex mwenyewe, Tex anamwandalia safi Mauluda. Mauluda anakanyaga visivyo, wanakata hawa wana Vihiga. Inacheza katikati ya uwanja pale Wycliffe Nyangechi. Nyangechi anacheza juu pale kwake kumtafuta Mauluda, na ujibu kwa kichwa lakini anakata. Nyuma pale Bravo ana makini zaidi kwa kichwa kwake nani? Chapa kombola lakini anaukosa huyu. Nambari 13 mgongoni mchezaji huyu wa Vihiga Bullets. Na kwa mingi unatoka nje na kwa ni faida ya Gusii. Mpira utarushwa kuelekea upande wa Gusii. Ni mabao 5 kwa bao moja. Mabao 5 kwa bao moja kwa faida ya Gusii. Bao la 6 liweza kukataliwa kwa sababu walijenga kibanda katika ardhi ya wenyewe katikati ya uwanja. Referee anapuliza kipenga, anasema kwamba hipo ekabu ama ni mchezo wa ule katikati ya uwanja kwa sababu ameweza kuzuia kidogo. Sasa ilivyo tajriba yake, anaanzishia huyu mchezaji wa Vihiga pale kwake Texi anaangalia penani, anachenga 1 2 kwake Urao. Inakataa huyu kwake mchezaji namba 7 mgongoni wa Vihiga Bullets. Urao anaenda kurusha mechi hii, anamshia Mauluda anachenga 1, anakataa captain mwenyewe huyu wa Vihiga Bullets. Pira katikati ya uwanja pale kwake Bravo anamwendea safi zaidi huyu Texi. Hatari kubwa kuelekea lango la timu ya inakuwa baya tena zaidi katika lile lango la Vihiga Bullets. Asante sana Ndemo. mbia mono sana umwancho moreri aigana segetigia Cardinal otunga musocho asito kwa lotere kwa solja ya mase ye mogatie timu ya Gusii FC nere timu ya nka evegeta uniform embaliri egotie mane ya mase mone timu ya Vihiga Bullets avegete uniform chia green aiga segetigia Cardinal otunga musocho na nyorabuna no moroberi bwe CHIGOSORI outdoor togoche ya mase makuru aiga chinse mochia Cardinal otunga musocho lisano ase timu ya Vihiga Bullets ebwate golia ya mwase TV ndese mo ya Raila Odinga Homa Bay Stadium Shabana FC wekiraboni iga amone timu
emekaire kuna Police FC mbara nyara kwa bakobeka na goli ndayo sikolende tokoletera kosoria ya mase ya mogati timu ya Gusii FC amo na timu ya Vihiga Bullets yagendera kubwatia ndizi TV ya mase yemo ase ekosoria yagendete ekosoria ngiasa na wikiraboni ge timu ya Gusii FC vale bosio na nyiro nomero 2 wechi gosori outdoor ya mase mwanchande ya Steven captain 001 tindia mange ekosori yagendete ale kwa tokwenda semo ya geti na kwenda kubwatia kosoria yase mwase yemo gekoera ndo sanga mange. Asante sana. Ni kona kwa faida ya Gusii. Inaandaliwa kona juju pale. Hatari kubwa pale nakataa wana Vihiga. Kuelekea lango la timu ya Gusii. Huyu kipa Anthony ana makinika. Kipa mwenye tajriba ya hali ya juu Anthony huyu anasema kwamba iende nje tu. Na alivyo na tajriba huyu goalkeeper kutoka alitoka kutoka timu ya Vihiga United msimu jana, huyu kipa Anthony. Tunavyozungumza msikilizaji na mtazamaji wetu, ni mabao matano kwa moja kwa faida ya Gusii Football Club. Huyu Anthony anaangalia acheze, huyu Anthony anaangalia penani kama kuna mawasiliano kidogo kati ya referee katikati ya uwanja na yule msaidizi wake pale Matchcom. Kuna badiliko hapa, anatoka huyu anaitwa nani huyu? Anatoka Wanga, anaingia Chabicha. Anatoka Wanga, jezi namba 25 mgongoni, anaingia Chabicha, kijana mwenye kimo kirefu zaidi. Na unapoongelea Chabicha ni kijana ambaye ana ujuzi mwingi sana. Msimu uliopita alizamisha Gusii FC katika uga wa Gusii Stadium alipokuwa akichezea timu ya MCF, lakini leo hii anawajibikia mwana Gusii FC Orao. Chenga ya binadamu inakubali, rahisi sana. Wanacheza mwana Gusii pembezoni kulia, nafasi murwa refu inakataa. Gusii FC bado wanasakama. Timu hii ya Gusii FC Orao bado na mpira. Chenga rahisi inakubali ya binadamu. Kweli inakubali katikati ya uwanja pale kwake Mauluda. Mauluda anaangalia penani na mpakulia pale Umoshi. Umoshi kwenye gamba la kifua anaangalia penani. Juju pale kumtafuta Texi Onyagechi. Kwake hatari kubwa pale. Kidogo tu nusura wapatikane hawa wana Vihiga Bullets katika kipindi cha pili. Kwa kama amekata huyu mwana Vihiga huyu. Kidogo tu wapatikane tena hawa wana Vihiga Bullets na kuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea upande wa timu ya Vihiga Bullets. Msikilizaji na mtazamaji wangu, anaenda kurusha huyu anaitwa Dennis, kijana mwenye uzoefu wa kurusha. Msikilizaji wangu, huyu akirusha ni kona huyu. Hebu tazama, huyu akirusha huyu Dennis ni kona. Asante sana. Namuona coach Evan Sakanga hapa ameweza kuingia. Huyu coach anaitwa daktari mwalimu Evan Sakanga. Asante wote ambao wanaendelea kutufuata. Tunamuona Kudu, shabiki mkubwa hapa. Pia tunamuona Christopher Sultan, Chris Mogusu. Tunamuona pia Dennis. Tunamuona Michi, wengi pale mashabiki wa Gusii FC wanasema kwamba wanawatakia Gusii ushindi. Ni ushindi, hatujui kwamba itajipa ama itakuwaje. Kwa sababu wanavyosema kwamba dakika ni 90 na zile zinazosazwa, msikilizaji wangu. Zikisha 90 na zile ambazo zinasaswa hatari ni kona pale kwa faida ya Vihiga. Haya, sikizia kona msikilizaji wangu. Anacheza huyu mwana Vihiga. Anacheza mwana Vihiga juju pale. Kipa na utoa. Inakuwa ni goal kick kwa faida ya Gusii kuelekea upande wa Vihiga Bullets. Asante sana Demo, nipe matokeo. Na wakati huo katika ligi ya FKF Premier League kufikia sasa takriban dakika 75, Bandari FC 1 Ulinzi Stars 0. Mechi nyingine kati ya Kakamega Homeboys na Tusker ni kwamba Kakamega Homeboys bado wako mbele bao 2-0, wanamuongoza mwana Tusker. Leopards na Muhoroni kufikia sasa ni sare tasa kufikia hizi dakika. Wakati huo ni kwamba mechi baina ya Nzoia Sugar na Bidco ni sare ya bao 1. Nafasi kwa timu ya Vihiga Bullets walikosa kumakinika
wachezaji wa timu ya Gusii FC, lakini sasa wamemakinika. Maluda nguvu mpya. Maluda kutoka Mara Sugar anapiga mafyongo. Anakuwa ni mpira bado kwa faida ya timu hii ya Gusii FC. Unakuwa ni mpira wa mrusho kwa timu. Asante. Mpira wa mrusho kwa timu ya Vihiga Bullets, na Kantala nilikuwa nikumalizie tu majibu ya viwanja vingine. Mwana Tusker anapata bao la kwanza, Kakamega Homeboys 2, Tusker FC 1, dakika ni ya 73. Mechi nyingine Nzoia Sugar na Bidco ni sare ya bao moja. Mechi kati ya Shabana na Police FC bado ni sare tasa, zimesalia chini ya dakika takriban 12 tu mechi ishe katika uga wa Raila Odinga Homa Bay Stadium. Kantala Justin. Asante sana. Mechi isawa katikati ya uwanja pale, goalkeeper Anton wa Gusii amakinika zaidi na kusema kwamba mimi nina tajriba juju pale kumtafuta nani Orao. Mauluda na ujibu kwa kichwa, nambari 20 namba 8 pale katikati ya uwanja. Anaucheza vizuri huyu Taxi, yupo chini, anakubali kwenda chini na kuamka, kisha ikiwa ni mechi ambayo narushwa kuelekea upande wa Gusii. Taxi anawakinika tena, inakuwa ni kurushwa kwa faida ya wana Vihiga Bullets. Asante. Huyu namba 12 mgongoni anarusha vizuri, Taxi anaujibu kwake nani tena, kwake Moshi anamwandalia Taxi. Alala, kumbola safi zaidi huyu Taxi. Alala, huyu Taxi mfungaji wa bao la 4 pale ameweza kupiga kombora pale, lakini imeweza kwenda fyongo hapa katikati ya uwanja. Mwana Vihiga anagereza kumtafuta nani huyu Abenego Nyakundi chenga 2-3, kijana mwenye umri wa miaka 22 hivi. Kipa ni referee katikati ya uwanja anasema kwamba bado ndemo. Katika upande mwingine wa studio namuona hapa Ritunda Green anasema kwamba anamsalimia Triza. Naona pale John Eriko anasema I am Mosomi, I'm watching live from New York. Namuona hapa hivi Risa Maro Thomas Omawa anasema I am live from Rangwe, na iwapo ndipo unaungana nasi ni dakika tu za mwisho chini ya robo saa mechi kuweza kuisha, ambapo timu ya Gusii FC inaongoza bao 5 huku wana Vihiga Bullets wakiwa tu na bullet moja kufikia sasa iliyoweza kuweza kuingia ndani katika lango la mlinda lango Anthony, ambapo Gusii FC kufikia sasa wasema kwamba Mugala muue na haki mpe, amecheza mechi njema kabisa kufikia sasa, na iwapo maisha yatakuwa hivi msimu huu basi anzeni kupima suti. Kweli anzeni kupima suti, anavyosema huyu mtangazaji mwenza hapa ndemo katikati ya uwanja. Urao piga vizuri sana pale, lakini anaanguka huyu, hajamakinika zaidi ndemo. Mashabiki waliweza kumpatia ile pressure kwamba aweze kupiga. Nakumbuka Company wakati mmoja akiwa Manchester City akiambiwa kwamba don't shoot, akashoot na ikasaidia timu ya Man City kubeba taji. Urao alijikaza lakini haikutosha. Maluda chenga na chikicha, lakini wapi, alikuwa offside. Ni mpira watakwenda kwanza ni wana Vihiga Bullets. Chini ya dakika 10 mechi kuweza kuisha, wanaanza wangu wana Bullets. Inakubali Bullets refu, Captain Nyangecha anapiga potelea pote, pasi inakubali. Orao hakumakinika Orao, lakini anakuja kumuokoa mchezaji huyu wa timu ya Gusii FC. Orao anarejeshewa, miguzo rahisi, anapenyeza vizuri kabisa, kunani mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Gusii FC, timu ambayo imemakinika sana kwa leo. Katika mechi ya kwanza mashabiki wamepata burudani moja kwa moja kutoka uga wa Mosocho. Kumbuka kwamba mechi zijazo 2 mwana Gusii FC ataweza kuwa upande ule wa away. Najua kwamba mashabiki watakosa tu hii burudani ya kutazama, lakini watarejea tu, bado mechi ni nyingi katika msimu. Ni kweli ni mpira wa kurushwa, narusha Dennis kama kona. Hatari pale katika kisanduku cha Vihiga Bullets, wanaanguka hawa. Anaanguka huyu Chabicha.
pamoja na yule katikati ya uwanja. Captain mwenyewe wa Vihiga Bullets anapa pasi safi, huyu nambari 12 mgongoni analeta pasi safi adali. Anakosa nafasi huyu mchezaji namba 2 mgongoni wa Vihiga Bullets. Hapa angeanguka tu chini nayo angeweza kusawazisha, lakini haijakuwa. Ingekuwa bao tamu sana, angaliweza kuwa ameweza kufunga bao hiyo mchezaji jezi nambari 2 kwa timu ya Vihiga, anafahamika kwa jina la Ouma Lawrence. Alijituma sana lakini haikutosha. Anaenda kwanza ni goalkeeper Anthony anapiga pembezoni kulia, anamakinika mwana Vihiga Bullets, lakini anapiga potelea pote. Ni mpira wa mrusho ambao Orao anachukua tu dakika zake akifahamu kwamba timu yake iko mbele, kwa hivyo hana haraka, anatembea kama bwana harusi. Bi harusi ndiye atujui ni nani. Kweli ni kweli. Orao gamba la kifua anamjibu huyu Dennis kwake Orao jibu kwenye goti pale. Captain Nyangechi mwenyewe anaangalia penani, anamwandalia Taxi anachenga 1 2, anamwandalia huyu Dennis tena juu mpira mrefu, lakini Taxi anauchukua tena kwake Orao anamwachia huyu Taxi juu pale anaukosa huyu mchezaji Taxi. Huyu ana uzoefu, huyu nambari 17 mgongoni huyu. Taxi anafahamika kama asante sana Taxi. Matthew Taxi ni nguvu mpya katika kipindi cha pili, ana miondoko yake maalum, na wakati wanaanza vizuri ni mlinda lango Kevin Odwor. Safu ya kati wanakabana ko ni wachezaji wa timu ya Gusii FC wakiongozwa naye Derrick Omondi. Anaye mpira ni Abednego, refu kumtafuta Omondi, inakubali Chabicha pembezoni kulia, hawana haraka, nafasi ni nyingi upande wa pembezoni kushoto, anaamua asonge mbele. Hatari, wanakosa kumakinika washambulizi wa timu hii ya Gusii FC. Aliweza kutafuta fataki lakini haikuwezekana. Orao ako pembezoni kulia, chenga inakubali ya binadamu. Nyangechi captain hakuweza kuwa amemakinika alipoupata, ndipo sasa kwenda vema, lakini bado Gusii wanao. Chabicha, chenga inakubali, anafungua pembezoni kulia, nafasi zimo, chenga ya binadamu bado inakubali. Abednego anapiga refu, wanamakinika wana Vihiga Bullets. Chini ya dakika 10 mechi kuweza kuisha. Gusii FC mbele bao 5. Aliye nyuma ni Vihiga Bullets kwa bao 1 pekee. Wanaanza ni Vihiga Bullets. Bullets wanao nafasi murwa kabisa. Chenga inakubali lakini wanakataa katakata, na kunaye mchezaji ambaye ni kana kwamba haisi vema, na kwa ni mpira kwa faida ya timu ya Vihiga Bullets. Katika viwanja vingine ni kwamba uwanja wa Raila Odinga Homa Bay Stadium bado Shabana na Police wako sare ya kutowekana. Ni dakika 86, chini ya dakika 90 za FIFA ziweze kuisha. Asante tena zaidi. Lilikuwa ni jeraha pale katikati ya uwanja, lilikuwa ni jeraha na wale madaktari wa timu ya Gusii waweza kumakinika pale. Inaendelea kujibiwa kuelekea lango la timu ya Gusii. Huyu anaelekea kucheza huyu mwana Vihiga Bullet, anawaambia tulieni tu wao wana Gusii tutawapata, na hatujui kama watawapata sababu bado anacheza vizuri juu pale. Kipa na nyaka anasema chakula changu huyu kipa Anthony. Ni kama amepata jeraha huyu Anthony, kwa sababu ameweza kupaa juu kweli, na unajua ukipaa juu katikati ya wachezaji wenza, basi hatujui kwamba ameguzwa wapi. Haijulikana kwamba hapana VR maze. Hapana VR, tungeweza kujua nini ambacho kimetokea katikati ya uwanja pale. Kipa Anthony yupo chini.
kipa Anton, kipa wa timu ya Gusii Football Club. Hao wana Gusii huwa siku zote wanasema kwamba Gusii FC to the world, kisha wanasema kwamba we are the Gusii, alafu kisha wanatamatiza wakisema kwamba mbakoba, yani maneno ambayo yanaleta faida ama msisimko ya hali yake katika uga wa Cardinal Tunga Grounds. Asante. Naona vijana hawa mechi zao karibu 2 kutoka sasa hivi, wakati watakuwa wanacheza pale nyumbani Gusii Stadium, huenda wakaanza kujaza uga ule. Kwa sababu timu namna ambavyo wanavyocheza hapa, wametulia, wamemakinika, na ni watu ambao wanacheza na moyo wa kuonesha kwamba wapo tayari, safari washaianza, ikiwa ni mechi ya kwanza, safari ya kuelekea KPL, wakwenda kujiunga na wenzao pale ambao ni Shabana, ikiwa ni njia moja ya kuonesha motisha timu zile ambazo ziko pale chini, ya kwamba wajaribu kujivutavuta tu pale, waweze kuingia na wao ili waweze kusongesha dao hili, iwapo kama Shabana waliweza kusonga mbele, nao pia wanawafuata. Tunaona kwamba kipa pale ameweza kusimama, na ameweza kusimama pale kwa kweli kabisa. Tunaona pale wanazidi kusonga, yule kijana jezi namba 3 ambaye ni Mauluda, ana viringa 2-3, anachenga 2, anapeana pale jezi namba 17, anakata 1-2, nakataa mpira kurusha. Shabana iko kile kwa wana chipo intesa. Eh, jua ni. Okay.
Mchezo huu tunaona kwamba vijana hawa wa Vihiga, kwa sababu tulisema kwamba hawange makinika, mechi ilikuwa iende wapo wangeweza kupata fursa ya kusawazisha, lakini kwa kutomakinika kwao pale katika sehemu ile ya safu ya katikati ilienda ikafanya kwamba vijana hawa wakaenda wakikosa nafasi za kuweza kujisaidia, jambo ambalo liliweza kuwafanyia vijana hawa kupoteza na kuweza kufungwa mabao manne hapo nafasi, na tulisema kwamba wataongezwa bao lengine. Kwa hivyo ni swala ambalo sisi tumekuwa tukiliangalia, ni swala ambalo limekuwa kali pale, ni swala ambalo limekuwa na tashwishi 1 2 3. Ni swala ambalo wengi wetu tumekuwa tukilifuatilia kipa kubwa pale. Labda Alfayo Kombo, nafahamu kwamba umeweza kuwa katika matangazo haya kwa muda mwingi sana na imekuwa ni mechi kali sana, mechi ya ufunguzi ya ligi ya National Super League NSL egosori yarengengia sana gati timu ya Gusii FC nero yarenge timu ya Nka yare gutie mana senchera ya AMS AMO amona timu elia manyakaine una Vihiga Bullets andake mbia mono sana na bokonya rakoba enseme ya gati keretoka ndete ko sanga mangi andake ayengonya rakoba kubwati egosori enseme ya half time tinyara koba ginko manyanda ke ninki kelio
stewards ba coordinate ko coordinate a coach na maybe one of the scorer Jula Victoria bado a coach Amesema juu ile mic iko na sauti. hizo vitu ziko so ile pata Sio tunakupigisha dakika ngapi? nitapiga tu nini by 5:30 tunamaliza. Wasi wale watakuwa bado hawajaenda, si ndio? Unajua si ni home team ile. Hiyo Vihiga, tunaona Vihiga Bullets tulikuwa tunataka interview. Manchomo lero wana kwa timu rodeni bwe CHIGOSORI tore gocha. Mase mko baiga sense moya. Gusii arenge Gusii entang'ani Gusii ya National Super League arenge Gusii gatie timu ya Gusii FC ne timu yanka yale gotie manamo ne timu kende buna Vihiga Bullets FC na Gusii arenge ya sana kulendo mweli oye nyende kwa bya Gusii Gusii sene ro bwe chigoli sano ase egoria ye mona sama chibu kuruen semeri ya Raila Odinga Homa Bay Stadium bado na machibu ama ya soro gongorwa Gusii ase timu ya Shabana FC ikakwenda mbeoiga yale bosi teka cho mweli gore ya masibu saba Gusii ne timu ya Police FC ama chiba maana ko ruchinse mo chiri cha Homa Bay wona turachaka na aiga ndwalenge semo ya half time kwa Gusii yonsipi jimanyaye ngiora tebi gore Gusii ya munyene buna ko yese chitaike merango kianda na biko ngo apiranga mono umetonde mo buna butambe che musi to ligo plus kurwa CHIGOSORI na bakuranya ko bonkora chigeria ne mono ngirindanya ko nkwanange Gusii yare yabere Gusii ngiya sana na biko no Gusii ngiya yabo ya nabo igoli tangani kigeni kongo tanga chigoli ni sana chikunyuga igakorengana muna narara abachezaji be timu yega ichi opponent ya Vihiga korende ichanyera kwa chikunyuga chisano banyara kwa bago konya gakonya wali goyema umupira asekananya kwa bankuri abachezaji be timu ya Gusii FC na abachezaji aba anemono mwancho murigeli na bakara to kurigeli nyoranga niko bachakire osenko yega nege shindo akwaneke muna banyakire ne chinguru chingia akwaneke muna nigo umupira ora chikonya kwa bago korekana kwa bomu ya ningene tenga se chingo chinde chira konya kwa CHIGOSORI kwa sekimene kege tangani National Super League ankeringa timu ya nyarko beko chigoli chinyinge sofana nyarko bankora bono iga abuna ngukwana na maisa ne timu ya Gusii FC which means ekere kunya nyarko beko rigwa kende ya nyarko beko buganga timu ya Gusii FC nigera chiko cha kibuye mesa iga anemano kuruga ari ase mesa ya National Super League nabo igon kirinda nyarko bankwana abachezaji abayi abanyarko bago so timu ya Gusii FC banyarko bago bakorokia nga wono Gusii FC nigere asense mengi yo kweneke nga nabera chiko nyarko beko nero okay nenko yentanga nikegima nyoranga mbono esisoni ya nyarko beko chaka ntokunya nyarko batoko tabakolende bachakire ne chinguru chingia eminating akerokende baise kunyara kwa bako gendere ngenche ngabone igana wara chiko gorobu yane mono ase omwere bomo piro ase season ya 2023-2024 nimete Gusii ya Gusii FC ndoje kwanere mono kolende igoro ya Vihiga Bullets yote babarura se league ya FKF Premier League bakabare legate bakacha iga se league ya vale na bone kelika nyare ko bakegotigara bona alfayo kombo bai gwete bairane kule kolere una bago so kware ko bali tani coach ye team ya Vihiga Bullets inkeliora no igoro ya team yao urase Gusii ya gochakanda tebena na ki timu ya Vihiga still oroche nebwate frustrations ba chirichoko trimbo kakoru FKF gocha league ya NSL igo enchera bale gochesa rero okora abantu bado mbaranchira na kiagera na ki tuwa trimbo kire tigato tware chinguru chirina tigato chezo umupira oyo kitubwate chinguru na ki toira narai KPL wono narra mbabwate oboremeru ase gatigati ali bakwenda mutu usibaira na maega batiga libagati gatiali kere mepire kere gwa kuchikati gatiali tokorana na ki abantu abachezaji bali bagusi bakonyora bali boka ba move smoothly without anything na alafu tunaona kwamba wakati wanasonga pale katikati kule kusonga kwao inapata kwanza hawa vijana wa Vihiga wanamalizia kugombana katika uwanja na kule kugombana hawakumbuki kwamba kugombana kule kunafanya kwamba vijana hawa wanapoteleana hivyo kutoana katika uwanja na ukishatoa mchezaji mmoja kutoka kwa uwanja mindset ya uwanja inamaanisha kwamba ukitoa mchezaji mmoja you are playing less once you are playing less kupigwa bao ni rahisi ukiangalia once wamegombana kidogo bao liko linapatikana wakigombana kidogo bao
kwa hivyo vijana wale wanafaa kujua kwamba sasa hivi wako accept situation babonde kwanterana kiabeire bono tikatobekea magoronse buya torere na kitokora toira narai igorari Make Pius Vihiga kwa nyara kwa coach kwa timu ya Vihiga Bullets FC. Ni kilikuwa gonchoreri nsiye wiki ya message ya wiki togwati na ndeto watu CHIGOSORI chia match week 2 chede ya National Super League kwa leo gonchoreri ase Vihiga Bullets nsiye wiki ya. Asante sana kirokende gentona nyaka bango kwa nawe minto kombo anabwego ndemo kiringa ase timu ya Vihiga so far egentuna kwambanya ko kwa na kiringa mbara ancherana so egenteke tangania timu na ege mu tangania abana kirokende toko tangamba bwate pressure so nchebuna ya coach na coach ya Vihiga Bullets na bano uko interview wachezaji bane batulie kero batulire ba accept then tuchago vange safari buya because nabachezaji abanara kwa mipira yabo ya nsemenge wese korre gol banya ko bakubeka iga egoli yabo yo gotinya marigani go banya ko bakubeka umupira utomukuru ya dika karibu 18 past 42 so bacheza buya na bwo no kwenekanga abachezaji ba mbuya bare keriba bapunguze pressure watakuwa wanacheza wafanya vizuri. Ira rase tibi ya sisi yumete kombara aba akona bya na twagonchire nabo ko kaneke bisige kege soeli kege ngo mete so iboire chinse mo chipia no ko post yo kwamba mariga magana yechi basori kulendo roko nyaka kwa kolire gore timu ya Gusii FC eva abuire antomba itenga kende yo sikiro kokwa pressure nero rego chabono no kokwa bono ase all attention yo chiko chese vali kati so bego difference banyo rego difference ya 4 nabo chiko bakutanga na sema chances zichire igoro sana batanga na sema chiko 1 kwa bana bari rank na mbea ya mwe la season ba kulite na mbai sana na rombe tomete sana ndio lero akolire timu ya wesengenjo imete na ubana reko ko yaro saibo kwa bego bono mete Gusii FC ngwe ungwara bale baiguna nintutoro barole nabo egento ndabatai kwanza congratulations alafu egento kende ndatebe Gusii FC mbachezo umupira oli batuliete ba relaxeti una coach yawe ari koga skali yabatei relax bari ngo mupira alafu egento kende ninkeli Gusii FC ekiraba chira attacking mode kueba bali naki ngweba bali maegari nonye kibale batatu nonye kipa yari kwebana naki abantu anonye bari kwata kende ngokora nabo kirabe nakino oba nakiba bekirwe goli yali eyemo kyara baroche kipa yaroche ngwata kitore ejameli ya number 16 yamanya kumuru mupira edi striker yabo yairana ekipa ti expected mupira kuri ngokora ki ngora nore bamanya kobekwe goli so egento kitu ambacho ndeza kusema ni kwamba kama management ya Gusii FC wanafaa kuwa wale wachezaji waweze kuongeleshwa kutoka midfield kwenda mbele, wakuwe na ule ukakamavu pia wao, hata kama wameweza kushinda mechi ya leo. Na namna ambavyo walikuwa wanacheza katika uwanja huu ni kwamba wanaonesha kwamba wako na ari ya kuweza kupanda katika ligi kuu ya KPL. Kwa hivyo mimi kitu ambacho ningeweza kusema kwamba Gusii FC wako na moral, na huenda kama uga ule wa Gusii ukiweza kuisha na mashabiki waweze kurudi. Kwa hivyo mechi ambazo tulikuwa tunaona msimu uliopita wa Shabana wakiwa nyumbani, ule msisimuko ambao ulikuwa unachezwa ndio naona utakao rudi na Gusii FC, ambao pia vile vile utaweza kuwasaidia kuweza kupanda daraja la juu. Asante sana nimete biro vya kile sana nimete nasema ya karibu tugosanga na akanga nero ngwate ndirwa setting ya Kenya kitutu cha Chenot nero ya kumete sana kwa kutisa moja kitutu cha Chenot ya vile kwa sababu ya ligi ya FKF division 2 wase miaka ya baadaye mengine watu manyo bonde na nto batera fine kosongo kwa sema ya sportif nya buru nere bila kugwatia kwa sababu ya bato ya manga sobo ime na mara yote ligi ya FKF cricket kama chiba tokere ya kurukisa mchao mabei ase anyama chiba tikara kunari katika timu ya Shabana ya Sierra Leone opo kuibwa yopo tangani ya ligi ya FKF cricket toto watu wala sensemere toto kwa kwenda ase kama timo kama keigo tukoirana tabe tukusangana barabu amo naba bwata nibono kwa ase timu ya Gusii FC bakora una omoro kwa manene kasi junior Otieno. Watakuja setup kuna vitu wewe the last tuna wao basi order setup watakama alafu na adjust hapa kuna nini akanga
Zinasumbua. Zinasumbua zote tutatumia hizo. Tumie hiyo. Hiyo yenye umeweka kwa. Hizi zinasumbua. Zote mbili, ukiweka zote mbili. Basi hizi ziko poa. Hiyo ni zile hizi. Hiyo nacho Na kutumia ile. Na kutumia uchimatemana ku download. Kwa kutumia ile. Check. Sound check. Nalasha kweli. Ile nalasha Uko sawa? Sawa. Leta kwa watu wale wanakwenda download. Unatumia kamera? wakati mmefunga dakika Waste time mpewa hata cards. Last minute. Muibuke na 2 points. Sasa hiyo Unajua walifika dakika 88. alifunga 88 wakafungwa 92. I think basi. Coach hajawahi learn this cricket. Same mistakes. Ukifunga hiyo dakika hata kipa wacha alala. Kwa England wanaua ligi yenu imeisha. Hiyo dakika hiyo. Ya pressure kwa tekta kwa game. Haya, sound check. Mbia mono sana omwancho gari on this TV togenda takobe sema kwa gasi TV ya Cardinal Otunga Musocho asitoa kwa CHIGOSORI Ntangani. Hii ligi ya National Super League ya timu ya Gusii FC na timu kurega sorongo ya sababu si yale kwa bage CHIGOSORI amona timu ya Vihiga Bullets kwa routine moja Vihiga na CHIGOSORI yale ni kwa Gusii FC ndio obo buyo bonene bwechi goli sano ase eyemo na ukirabura tabagwata ni korwa Kurwaiga sorongo Yena kororanda ake Check.
buya mono sana omwancho molekona kubwachi kitasani kiandisi TV taba tomo tipo komo tambe akeigona nze kumanya mangatengete CHIGOSORI korwa segete kia Raila Odinga Homa Bay Stadium iganda ke timu ya Shabana isenda sentunde ndende asiriri bakali ya bene yokwanyolera point osechi point chionsi ya CHIGOSORI ya FKF Premier League baga yogosiri ndekoro ku concentration asenko chiteka chio mweli barenge vosi chiteka chia 88 bale vosi onde batoketa kayo mweli ne timu ya Police FC CHIGOSORI yaera makali yego lia ya bogati ya Shabana FC na Police FC kwaniki bana chitime chionsi ibere magachi CHIGOSORI sato niko bonsi basiriri ya CHIGOSORI yemo bonsi bachire makali CHIGOSORI ibere ko bose watachi point ibere goikira bone stobwate abanji be CHIGOSORI koruga igatora chake na Rafael Onsongo koruchise mochi ya Sportif Nyabururu lokori CHIGOSORI ya FKF Premier League ne timu ya Shabana FC nkiora tebe gore CHIGOSORI yayo chakane lietara boko bekali kondage elitariane Rafael Onsongo na moigwa team manager ya Bruce Sportif Shabana botambe na bewa ko mopiro muya ya ko mopiro muya liliego chikuika ya score liliego ikachide akachomo 90 minutes 2 plus 3 minutes chiri kwanyanga ya fungire goli una mistake ya ko the last time na ero nande ya ko lero after ya funge goli 88 minutes ya kwenda ko defend so 3 minutes banyorobo bui banyoro ko bande babu ba bekure goli ya ba 1-1 yo egento kende ngobe coach tingagere tinga kunanga ya somire mipire ya kire yonsi aga ko buyeru deka ya mwaria rompiro last igabenge avungire deka ya 92 ompiro lero bado na 92 igo mistake ngata bane coach because nanga bona ya tabile players bae bana kibako defend chidaka chicha mwaria andake oyo amenye kaine na Rafael Onsongo korwa se timu ya Sportif Nyaburu korende Mr akanga bochakane rietari yao na ndake ikike Shabana guchiko kore singenjo wikire daika ya 85 nigere timu engia etara nyonsi goli etara nyonsi goli ise CHIGOSORI chionsi kone kire kiteka chiri chio mweri injury time concentration yasi kere inkora atebara kira kore se technical side ose mo ya CHIGOSORI ejirode se CHIGOSORI chire se ndo ikira boniga ne CHIGOSORI sato CHIGOSORI guikira boniga ngoro kwa Evans Akanga Nyakundi tumeka korwa nsemelia Evans Akanga Nyakundi coachinde nande FKF chairman Marani sub county Shabana ne timu engia na ekare timu ya Shabana ego ikachideka echichia 90 etara nyonsi wegoli eminetinga na beko nyara go sustain pressure lakini wono lack of concentration chideka chio moelon ne bwena teligereri especially karo kwa nyonsi liegoli to bwena tina endo nyago echia so mupira go so nyago entertain chideke chibono tige goalkeeper arense ngaumire chideke ibere chiachire lili mupira wakirwe player yenderale toranyoro bobuyo botangani mune timu ya Shabana lakini talinga mwanyonsi liegoli ngande mwana te entertain opponents bacha bake box ya ino na echinse chio mweli ogosechi ngakiunecho mepira yonsi korwe defensive third kwege ndale chideka nyane chinke gokoro mupira I think that's what the coach abwente gote players bazonyo batebiri baigwere imanje bate abune kia veire na torora sama tukabango iga siding stinga cha korwa se timu ya Shabana FC amuna komoleta Eugene Mkangula korwa se timu ya AFC Leopards yakapaka kwa timu ya Shabana FC okonya se meli agati baraba kosoli kuna kados korwa timu ya Gusii FC bakonyora bakalia bene yo so se timu ya Shabana amuna aba kosoli abanda abange baguru steka chio moelio cha transfer window timu manyanda ke ose season ingike ya koranda ke of course Shabana irira matuka CHIGOSORI chinyinge go settle as a league ya FKF Premier League ne league yengeni aba mokosora buna abageni aba kosori abange babwata na batigere na barabu ninki kerianda ke Shabana wente koresa matuka livosio esengenjo CHIGOSORI chinga abange baterwa na ki Shabana isekoba nebunge chiguri ibere so kirenga kegole konse buneyemo diana gwetanya rogori yemo ise ko nyosi chigori ibere bado nabiko yakobage kubuya CHIGOSORI kando na pressure ya last minute ya gocha tima nyangi kelikira kuru essence moya technical ya player ya selinde confidence fans bagende gutwara confidence ase timu ya Shabana egento muranda gotebie Shabana na my colleague ateba Shabana ni timu ingia ne bwa the confidence yo como piroja egento gioka buna my brother tebire noko beka pressure babnyora chikoli kya mapema nande lili bako chikukora bamanyenga abako chibakorowe banyara ba defense mipira ne banga bakire go chibosio bako stitch time chinyinge ko mipira lisi kubona mpira go cha muntu akaisiko mipira elia
una akorore Jose Mourinho akadefend Chelsea akategera boyi bono ite bake kujiaria toga sababu boyi ba defend boyi bolia lakini atabenga players na baya bakwa experience that simba bwate buya so tigaba pabeke chigoli mapema na ande bateme ko save chigoli chile ndake mbararo barate na ndake niko tukuengera Shabana mwanese mitoro timu china chocho chiko drop point timu na FC Leopards bado chira nyanda kosacho la se league letu kula lero torire Tusker FC babo atego sori na Kakamega Homeboys Tusker ya veire koba kego drop point soro cha Gor Mahia FC ko sori ntanga ni kunyara koba ge kwenda Makari Police despite signings chavo chonsi bado aro mbaranyora ubuigo ikira boniga dote rambra league ne rere nkongu Shabana mbire ko ne league rere nkongu ire tight mono ndio kora mangana babunale Ntonda tebe ligi ya Kenya Premier League ne teli raisi go ne ligi ya Nkongo na Shabana mbono yeranire after over 17 years abaki abange bali wakali National Super League na buyatire tena barabu bona mbabwate gento tokoroka stage fright kelia okonyorana no asa acting yo monto koira gosena poem wago ikora nyegeri gwake igo gento players wa Shabana babwate no konyeri gukoli kwa gosoe ligi ase litangani gochimotuga igani matenga nkole mabale nkunara bale ligi elinde bato amatoke amaya bwoba boli ngosira boli no bwoba babwate boke lakini emepira ya akiru ne tato yoka emepira bagocha gwaka ange 38 ga timu chire around 21 anya timu chire 20 yune mepira around 38 igo ntoko rule out Shabana bono iga ni mapema bado ndio mkoko unalika maua igabate abuna abatiotereri remereria amana kubara senko yo timu ya Manchester United ngocherea ituchinga kichinyinge tuwanarire igontorana kinkerikira onchuru kondi maita abatioteri omagokobo no kora chigoli na korro obobui erinda manganya rakobaga kobabuya tukura na iga segeti tolegeti ya Cardinal Otunga Musocho osoro nero roya erire gosori range gatie timu ya Gusii FC bare gosori na Vihiga Bullets Gusii ya gwachigoli sano aseyemo ingikeriara ran tofauti kero kwa rese Gusii FC ya last season na Gusii FC ya lero Gusii FC ya lero ya kiro mupira umuya ya bwire chigoli chingia lakini Gusii FC season yeli nkobanga bali ngumupira buya kwarara wa enjoy umupira chitach kwenda kogenda so nabarabwo this is the first match mupira we mutanga ni bono play signings chinyie chire chinyinge so players imbatagete time ba jeri babamo bamanya kunarana nalio raro chitach chi wasenge njoro mupira mutangani tibara ikera kiwango keli bagete last season ya soko bango mupira akanga ate abaro teraisene kana Gusii FC no nya nyoro buyo bwensa ate abamatuko amatukale bosi barnara nebonsi umupira rabo muyako bwo mupira ore konento kala ko ndamangana new signings ndo nyara ko batokoranda ke ese bali new signings kati abali banyoli bakalio gochaka namo na obare korenda bagosori buna malunde abuna chabicha mbacha chita ekachiomo ali konyara ko baba ko gosori nangwara ensemo ya first half ya bunga chigoli sato etimu ya second half ya bunga chigoli bere nimaite tactical sinko chenchiale ngaiga ali gole moya nyara ko bagekoba offside tima ya Gusii yentundeye ene ntunda ya kane Gusii FC yara ko base league ya National Super League entunde ntanga ni bakora namba 10 entunda ya kabere kabane gosori ya kiateka ikikyabete nkiabete entunde ya gatatu bakaga bakora namba 5 ne mase league yo ase timu ya Naivas FC yarenge namba ya gatano entundeye abange baro batabuna Gusii FC taitegotira libage lindiro kuna na batebya Gusii FC yakiro mupira muya karan kolgire la season no mupira yare gwaka bro tabire baga to mupira bare kubanga lakini yo mupira babanga entekera no kubwa okubwa mupira nara baka no mupira muya nchina te banga baisiko gendera iga na bara siko gena piten mupira baka assigning siliba ko nechingia mupira baka nkwara buna bono bare te sub super sub go so play ngali yonjuka ya beke goli bagwetoma igo no tebanga Gusii FC mbuyere totigara abwa sore ntumaite timu chinga chira chingia se league ya National Super League nero ne league bwate obwa mererio bonge ndo basi timu na chiavo Nairobi United timu buna ya Rainbow Dimba Patriots ndo basi timu na chiavo Naivas timu chinyinge nchiroro kando na Gusii FC timu kichiriorochi entunde nero na chirocho chichande sana kuronda liba galio kusukabosia se league ya NSL ya chakire chitimu ne chinyinge bona bakobeke Michael chitimu ne chinyinge chite kwirwanira aso gwetoma lakini gwikira bona iga tingo gote binti mukiete gwechana gutira lakini bona iga mupira narigere mutanga no yo Gusii FC bangokiri so naro ndo mpira bo tingo ta gote banga ichinde na kichira ka bostu na mipira yabo lakini nje nimbo hata matumaini
na Gusii FC nga ense gwa kaiga na beko nyora nyori bakarigia na beko chigodo ko replace Shabana ali chibeto timu ibere cia kuru Gusii andake mbuya muno sana tukurukura sama narigete CHIGOSORI ciale rendo betu kubwate sama tukale bosi okorende ndobata mangana rengete amangana ye Federation Football Kenya Federation ensemo ya National ya League ya Premier League tororire Azam TV ya Letru torora Manchuri Makeigo tororire ombanyibwa e Premier League kwa mentirake squeeze boko baye kwa banyanti mukie CHIGOSORI match yibuki chibicha chiatu kati CHIGOSORI asoba gwetera Azam TV kubwatera noko na sponsor bange mbagendete kwesona ni timu yake kerio raganie Federation yekore gukinie nkoyo ya Kenya gukinie nkoyo ya Kenya Federation nebwanete ko improve ase okoleta sponsors egente kenge kego chanda chitimu ne chibesa chitimu chitabwati abakimba gete babe motivated bakanu baye guchi allowance amone ebintu binde mbono ase miaka emenge twarira Azam TV achire lakini ene deal yuteli transparent mono tilikoro kinki chitimu chikonyora benefits inchirichi lakini it's one step ase okogendereria nkoyo ya Kenya kinimbata kire bakore mono gwitani abu tutware sponsor tumanyete buna super sport bale ngororo na chitimu chira ku mupira chibwate motivation ndake Rafael Osongo na ile maite kwa bire kobago kubwati mupira Kenya sara ntwara Harambee Stars insechu wikibire chaita bakagosori amone timu ya Qatar bakabwachi goli bera seyemo batore gotori ende nero ya nyara kobage koba hyped sana gati yabone timu ya South Sudan ya wiki ye ntwara ndake timu ya Shabana timu ya Harambee Stars kusabo kwa bire ko nyara kobake gosiri ya gosori ya yu goli ya mas bosa egoli arenge ya mapema nde arenge defensive error timu ya Harambee Stars ero nikikirabwa ni Harambee Stars umupira uri baka akatal imbaga to mupira muya nande tukawakora boiboria twalirete mupira uria egento ndatebe yoka uri nateba because Harambee Stars teboreti be sanchi boretie ngo sponsor bia egento yoka ndatebe ba amasoesi barakonye because ni wate sponsors nyingi ngo konywere bia Shabana tenga timu yani Harambee Stars tenga timu echinge nsire nsaiga egento yoka barakonye na amasoesi kanga timu cyose ntwale birengere rye bingawe sengencho torora set timu ya CHIGOSORI kata entorara bagosori local talents kuruchiligi chaita igachia NSL FKF Premier League abange bakwe guribaga abaga amange bali bagosori chinse chaiseko ikendekera bwe ni shaba timu ya Harambee Stars inje ase akene kiane nkelinga timbu ati confidence at all ne kocha ya Harambee Stars yokurukufirat confidence timbu ati ase mepire menga akirene timu yetu ya Kenya obuire meke sana bono reason yagendete kobangana re coach yetu na ronto manyiti lakini totitara bese engine firat ndo raka gotebada ko ikiraboni gataranyara ko baga kwa kono no maite amangana welfare naro nguchangire results no jebuna timu tora Gusii FC iga tukora yarenge motivated na no maite na asiki Harambee Stars ndo kirgonya ko bago korigereria ndake kokora coach taranyara ko bage koba well guided players just raba ko allowances chiabo no bekere coach riboso coach yetaranza kuraramika ugwa na tigara toro ki result result ise kobo tuguanza kuogana ntukoruganga akanu chikochi chiabeire kuruga abo korumaega mangana ye chikochi gotaka no Harambee Stars tali magen lakini nchiro chia performiri bayera tara perform pi ko endoleta players obabe katako style yako bange line up actually kikosi abanga emepire yebere yaerete na kikere kikosi kera fadhali kere promising entonda atebenga ase mipire ya tebere wamecheza vizuri na wanyababu wetu yo Sudan it is the best Harambee Stars ya kiranda firati lakini gochimaga abu elio kibosa Dimaite biro bya chire sana na nyuma to chikokora mangana rengete CHIGOSORI ikoro ega soro gongo rwa Gusii dimaite to bwata mangana rengete igoro ya chapadimba lero iga ntoto ra chi finali chia chapadimba chinsemo chirichia Nyamira ewiki ya itanchia vensemo ya Kisii ase amuraba small simbe miaka 15 na mone 20 banyako bakobwana mona Kisii Queens to CHIGOSORI chirichia talanta hera na chirocho dimaite inu na stakeholders imwachibwati timanya inu kilimora atebesengejo chechire seasonal initiatives ego chalimo za bune mbeo na ndeba kentundende discussion ya era hiyo una moralia tabire mipira into anyabwatia abana balia na baga ko mupira muya batire baso wachi timu ichinde lakini baona my brother tabanga no ene timu ene ya Harambee Stars timu ichinde tikachiro chiruse talents chia players bagwa kabaya baba sukigo chigoro banyora kanyori bagali ye waka bona mpira bagwa kabana ba kompira bia tournament ya era
batigera kokoraki batigera ko baiskali mbari konya sponsors ko bakonya patire baso ase league baso basi club chinene rinde baro ki talent siabo muna bono abaki abaiga akera abaki abake batirire ko chigoro bante banya ole club ki ya banya koerania ko chigoro abaki abaya bache kotokonya wokonye timu ito ya Harambee Stars muna bono my brother nateba abaki bakuru chingao pona abari ndo boros onye bako muna bono kwara Gusii FC mbaba mutfete mai bikorto babwatire ebinyi babegete mai mabara ngorra bikorto ebinyi babegeta cyanga kingiya aba mbaye gono akindege keke baro kiri umupira muya niko abambia mpategete na baba ke bache basoe no sportif ko sportif bache Gusii FC baenda Shabana bagenda igoro timu yeto no so tokonya bana baria talents cyabo chirokane ndakembia mono sana imbengo tebikorwa semo ya kabiri studio chitekarire ngachiri nya ndana ko bagingo twara korwa ya gase karokonde nyora buna ono mureberi bwe CHIGOSORI outdoor chigendrete korwa ya gase semo ya Cardinal Otunga Musocho na nyora buna itole ko bwate ya maseme Gosori ya Gusii FC amona timu ya Vihiga United ya Gosori ya era chigori sana se Gusii FC gore ya mase timu ya Vihiga Bullets FC ya Gosori ya National Super League ya Gosori gatia Shabana FC na Police FC ya era makali gori mona nimanyete andake ebiro bigendete ko babigosuka korende timanya andake tukana sore Mr. Akanga ninyimaite buna naye nungwa bwate timu ya Kitutu Chache North Combined kaba mara ni Combined FC ukachejete kaba Kitutu Chache North Combined amoncho nare se timu timanya wikira boniga timu inero timu ino ere division 2 togwaka ene season ya gatatu etwari ko kumarani Combined bono igato ko KCN Combined twatomire application yogo chenjie lieta libe KCN Destiny Youth FC egento kego chanda chitimu cheito nechibesa buna twate abane sponsor tubwate timu engia bagosoria baya buna bono Gusii FC twabaya te abagosoria nge batatu koru timu yaito bagosori batatu mbaru ito bagasoa Gusii FC gayo igo Gusii FC Marani Combined nebwate timu nero agente tabwate ne sponsor na kitokonya gukuranga ninjo to support ili togendereri umupira ya mono sana togendrete gosanga amange korwa ase ensemo ya Marani gose korwa ase chinseme chitore chia Musoche gutoka sensemo ya Kitutu Chache biro byanyare kwa bikogenda sana korende kwabato kwando mutimo komo keigo abantu tobatega bakwanengana yabo yo mweli tomanya kwa batugukura ero muroberi bwe CHIGOSORI kwa tunagenda mo Steven captain 001
kaa mwisho mwisho buka hivi. Ukisimama unasonga kidogo na pia mwenzako space. Umeelewa? Wakati tumira. Kwanza ndio taifa kombo uko kwa shoot. Like sini direct but mimi might do what I cover for news last Alafu wote baada hiyo ukienda kile timu aromo kwa nyara inumuweka. That is the truth. Which has a godfather. Gusii FC has been struggling without a godfather. Mbona wakwenda kwa rangosa watenya saa hela ki ediri buchoni gota godfather matoke. Which has a godfather. Bomachoki has a godfather. Gusii Bomachoki has a godfather. Robo ya tema kuri yo godfather ile bintu bitaraso na nabia. We just need a godfather. Bia bora sara kwa kubwatia ndizi TV torase around yo mweli bono yo muroberi bwe CHIGOSORI koruchinse mochia Cardinal tubwate abwata nikorwa iganto bwate Mr. Akanga korwase timu ya Marani imekaida buna kitutu cha Chenot combined koruchinse CHIGOSORI ase ligi ya FKF Division 2 tubwate na romo gisangie ase ligi yeyo imekaida buna Sportive Nyabururu tima nyanda kitaka na Sportive Nyabururu to chigokora kimuga ndete kwe roberi bosibo kwa yanda kwa ligi yengeni ya FKF Division 2 twakora registration to register players nkagete tuibangire bono tuikire ntu assign players yabagaya ase bali kando na bali twabwate then una bono twara agree friendly una ndo wate friendly na ntwanyara kwa tokonyoro buwi kulingana na mipira twakire ukibanga tuibangire nkagete season yembu yatore ento yoka ndara ko saba yoka ne tonyore sponsors chibesa ntobugati na chikobe challenge na la season tukasalire mipira gete mekeiga twagenda we mipira gete because chibesa lakini tusikonyora sababa samaria baya omo chumbo ito Anthony Kibagendi omo eri MC ito Duke na ba tamania baya baganyete mipira batubwatesie erinde erigi ngate nya Bruce Sportif ne ase gitutu cha South ne era yoka iwake erigi iyo bona abara baito bagonse batubwatesie tubatware wa komo piro muya
mbia mono sana nsemo ya kitu cha cheno timanyara kimwero vereti bosuko na kwa ligi ngeni ya FKF division 2 sengencho sportif ero type mbiali round eli twa lengese sana twa go fight relegation twa konya waka chisabu nga timu geteta kobuna linto soka ntutageti bono kwirorera manganayo tagete season yeye anya ntoko ira ligi etoke ngano tole ase top 4 ayuna magania ito twa sign 92 players 27 players and twa register bono chiwiki ama tukaya lego chimutuga ligi tarachaka tagete waka chi friend yangenyeiga ago seisano elinde topime baki bali twa letire banyale gosona namo elinde togo chake ligi twake ligi toko ligi obobuyi nyale ko baginko babwati ndorera kibuga ndute kwero bili korende biro byachire sana to chaka nayo Mr. Kange ngana yawo yo mweli igoro ngana yawo yo mweli to chokole nsemo to bwata ngana yawo mweli one elite stakeholders amona politicians wasawaso mupira no bwate fans ya bange ikarogo shughulika no mupira emine tinga supporters bago ngonya gukiniole scope ya supporters bago bache ba support mupira buna kitutu cha chenot toko musaba omo jumbe chafet mukaya ayeso wana ni ase timu eyo tegotwara bakongu bonde bwensi naba MCA barali babombachi abe nyororo babo nchonga bache ba support timu ne timu chinde chiroro ndakembia mono sana ese biro kwa twalire sportif Nyabururu engane yawo yo mweli abantu abange mbanje temepira nare gosabanga abarai baito tiga baika timu cheitange panyara kokonya talents chiria kurese binyoro babeka chi tournament kagete onye CDF baba chumbe babijeri bageriga tiga babeka tournament nyinge sutati banache talents chiga kurwa se binyoro apana banyara ka bago ekonya ka batige ama bara irusie kurwa samwarwa ama dawa ya kulevya nebintu binde bibe sutati banyari bagari ogoje mipira bune rande gento kenengo te bambuye mono uchibanchirete Gusii FC kubeko mupira nkaiga kadino sutati abantu abange bacha atwalire umuna twache ko mupira iga kubwa kogenda aria agwendo bono gangange kingo sabambuye bakorete ndakembia mono sana ase ebiro mwatwalire na itu all the best ase timu chaino to chigo chaka na ngonyalira ko bako bomuroberi bwe CHIGOSORI na inche demo Steven twabegete kambi kurwa iga sensemo ya Cardinal Otunga Musocho twari ko bwati guchaka kwa ligi ya National Super League ya ira ase Gusii FC ko bwachi gori sano aseyemo na CHIGOSORI ende chirirete na ase Shabana FC ya chire makali yegore ya mamone timu ya Police FC ama tukare bosito nje ko bwate ligi kigendeta ase ligi ya FKF Premier League ligi ya National Super League ligi ya Division 1 Division 2 Regional League amo ne CHIGOSORI chine nyora na ritukori yankyo tutware chi playoff chia CHIGOSORI ese ligi ya Nyanza Regional League chinsemo chiri chia Sironga igora bunya bwo kachinsemo chiri orandake timu kichiri chirabe CHIGOSORI buya se timu kororongo rwa Gusii chirabe se mini league ya Nyanza Regional League na mune timu ya Bomachoge Borabu FC era ligi konyo koba abanyankongo ba Nyanza ase Nyanza Region na timu ya Muruga FC era rwane kora usene yale koba yekobwa CHIGOSORI gatichi timu chiri cha korete na mbaibere ase chirombe chiabo kwa usenya reli bagaria ya ase yemo gosoa ase ligi ya FKF Division 2 nyora buna CHIGOSORI bune tunda ya eta nigo timu elie manya timu korwa sorogongo oro emeka ine buna ichuni combined FC na banya liteko bagokora buya na gutaka buna timu ere na mbe yemo ase ligi gose sorogongo rwa Nyanza go so ase ligi ya FKF Division 2 andake timu chiri cha korete buya ase chi playoff na mone timu ya Small Simba na barabu bagakori buya gatie timu chinde ogendera ko bwate omuroberi bwe CHIGOSORI se kagetari getambe omuroberi bene nabe ugocha sembeo tima itinka inachiete tima itintimu kinachierete tima itingo twasangetenere chitaka chirenkeigo tebeto komanya twensi gendera ko bwate Ndizi TV aiga no bwansoma gusina bali bene kibuna amangana yonsi piko nyare ko babo kwanyonyora asenchira ya bene ya mase ya mona produce one kibuna chibicha na mali yonsi kwa yanyo kurwa igense mo ya Cardinal umanye kaine buna Victor Obangi Sultan aure wakonya nesa ya mase ya mona omosubati koruchinsi ya mochanya miro gweto masana umanye kaine buna Evelyn Osero ne kibuna yonsi bekiranire amona bali bene kibuna ayonsi piko ikirana iga na mona Hesbon Nyamete wana kibuna etimu yanko nguya ikira iga na tinge baba libare ko chense mochie studio amona Petronila Mokeira wana kibuna kere igosi pyoro cha sembeo ero reti buna chivi cha amaliogi amalieta mbuyale amanya kaina buna Petronila Mokeira amone TV ya Ndizi TV nje buna ndemo Steven Captain 001 kuroya Cardinal goteba bye bye kolende gendra gotengera Ndizi TV asomoro beli bene bwe CHIGOSORI.